hata wengine wajui mambo ya roho na wajui kuna malaika. Kuna watu wajui kuna roho na kuna malaika. Lakini ukweli ni kwamba niliwaambia malaika si roho, malaika sio Yesu, na malaika sio Mungu. Roho ukisoma the Genesis 1 inasema na dunia ilikuwa na giza na ilikuwa imejaa maji. Na juu ya maji kulikuwa na roho. Kulikuwa na roho. Lakini kwa sababu haikuwa imeubika, giza ndio ilikuwa inajaa. Na Mungu akasema na kuwe na mwanga. Kupitia the word, neno ambaye ni Kristo. Akasema na kukawa na mwanga. Na kukawa usiku na mchana. Maandiko inasema roho alikuwa juu ya maji. Na kupitia neno mbingu ikafanya nini? Ikaubwa. Au ikafanywa transformed, kwa sababu kulikuwa na dunia ilikuwa, lakini ilikuwa imejaa maji. It is not, haikuwa imefanywa transformed. Lakini neno la Mungu lilipotoka ambaye ni Kristo, na ukisoma kitabu ya John inasema na mwana alikuwa hata kabla dunia iundwe. Malaika hakuwa dunia ikiubwa. Number 1, malaika hakuwa dunia. Na hata wakati mwanadamu aliumbwa, malaika hakuwa. Kulikuwa Mungu na roho na Yesu na roho. Watatu. Lakini malaika hakuwa pale, na hakuna mahali aliingilia kwa upo. Unanishika vile nasema? Malaika ni kiumbe. Malaika ni kiumbe. Roho wa Mungu alikuwa mpaka mwanzo. Nimesema alikuwa juu ya maji. Ukisoma Genesis, taki tusome, lakini kada usome Genesis 1, itasema roho wa Mungu alikuwa juu ya maji. Na hata hapo mwanzo, wakati wa manabii, roho wa Mungu alikuwa anachuka, na alikuwa anaongea na manabii. Aliongea na Musa, akaongea na Elijah, akaongea na Elisha, akaongea, wote aliongea na wao. Lakini wakati mwingi roho hakuwa anatembea kama wakati huu tuko. Alikuwa anatembea wakati watu wamesifu, wakati watu wameinua Mungu, ndio roho alikuwa anashuka. Tunaona wakati wa Sauli, ndio Sauli roho washuke, ndio anene na Sauli. Ilikuwa inabidi Daudi asifu sana, asifu Mungu. Akisifu Mungu sana, roho alikuwa anashuka, ananena. Kwa hivyo roho alikuwa mbinguni, lakini hakuwa ameshuka. Kwa hivyo kushuka kwake ilikuwa kwa muda. Ilikuwa kwa muda. Haikuwa full time ministry. Haikuwa full ministry ya roho. Mpaka wakati Yesu ilifika, Yesu akakuja, akazaliwa, akaja, akafa, akafufuka. Ukisoma sasa kitabu cha John, Yesu anasema katika John 14, ukisoma John 14 inasema ninaenda kwa Baba, sitawaacha kama yatima. Nikienda kwa Baba nitawatumia roho wa Baba, atakuja kwenu. Roho hakusema malaika. Alijua hawezi tutumia malaika. Malaika atatumaliza, malaika atatuua. Amen. Malaika hakuwa na uchungu, ni kiumbe hakina uchungu. Lakini roho, Yesu alisema nikienda kwa Baba nitawatumia. Na nikitaka hapo tu Pastor Madaka, hata kama siku nisome hapo, utasoma hapo 14 utaangalia mstari. Inasema nitaenda kwa Baba, sitawaacha kama yatima. Kwa hivyo Yesu alipomaliza kazi yake, alijua kazi haijaisha, na akajua hii kazi lazima tupate msaidizi. Yesu anasema nitawatumia msaidizi. Na hata usiposoma, nitakuja kumalizia hiyo message another time, lakini nilikuwa nataka nionyeshe watu about the Holy Spirit, vile tulitumiwa na Yesu. Yesu hakututumia roho mwingine, alitutumia roho. Kwa hivyo tunaishi na roho wa Baba. What is the Spirit? What is the Spirit of God? Yani ndani ya Mungu aliashiria roho wake, ikatoka ndani ya Baba. Yesu akairelease, Mungu akaiashiria
Kwa hivyo hatuishi peke yetu, tunaishi na Mungu ndani yetu. Roho sio Mungu, Kristo sio Mungu. Kristo ni mwana wa Mungu, lakini alipoenda kwa Baba alitutumia. Alifanya nini? Roho wa Baba. Kwa hivyo ujuage in spirit, hata as you got a spirit, you have spirit. Yes. Mimi nikiwa Pastor Mwai leo nikisema nimeona katikati ya wale mtu mzuri anaweza fanya kazi, naweza release kile kiko ndani yangu kikie ndani yake na akuje atabiri hapa. Elia aliashiria roho wake ndani ya Elisha. Elisha akawa nabii, na Elisha ujue kitu moja, alikuwa mkulima wa ng'ombe. Lakini wakati Mungu alimwambia Elia, enda ukanishagulie Elisha mwana wa Shafati, akaenda pale. In fact hata kukaribia alichukua ile nguo alikuwa nayo akarusha. The spirit ambayo ilikuwa ndani ya Elisha ikaingia ndani ya Elia, ikaingia ndani ya Elisha. Elisha akawa nabii. The spirit of God ndio Yesu alituachia. If you have a spirit of God, the Holy Spirit, not roho wa umaraya na ucharati, the Holy Spirit, Mungu ili alirisi. Na ndio unaona roho wa Mungu ukisoma kitabu cha Romans, hata itakuja kusoma, lakini wacha tu nitaje kwanza. Lakini hiyo ningetaka tu pastor siaguse tu kidogo. Hebu gusa Romans 8:11. Soma tu Romans 8:11. Hata hiyo kile Yohana kama ulikuwa umepata ukigusa tu upite, tusiongee hapo sana, si ndio? Ujibu wangu leo ni hii. Hata siongei mambo ya roho, nataka kuongea mambo ya malaika. Roho nitaongea wakati mwingi. Nataka kukuambia malaika anaweza kukuteria. Na Kiswahili? Kabia. No agoterie. Malaika no agoterie. Na malaika anaweza badilisha aga yako, abadilishe baraka zako, na abadilishe hata destiny yako. Wakati Mungu amesema utafika, ukose kufika. Malaika si mtu mzuri sana. Na ndio nikawaambia usiogope malaika. Usiogope malaika. Omba roho wa Mungu. Tuliachio roho analia juu yetu. Nyinyi mnasemaga malaika wa Mungu, na sijasikia hata mkiomba roho. Hata muombagi roho. Mnafikiria kama malaika amefika. Malaika atakutelia. Mnanichika? Ndio. Malaika hata anaweza fanya ukose kufika, lakini wacha niguse hapo kidogo. Umefika Yohana? Tusome Yohane. John chapter 14 verse 15. Soma. Mkinipenda mtashika amri zangu. Mkinipenda mtashika, mkipenda Kristo nami nitamuomba Baba. Nami nitamuona Baba naye atawapatia msaidizi. Naye atawapatia. Kwa hivyo roho anatoka kwa Baba. Atawapatia. Nitaona Baba, nitaenda kwa Baba, tutakutana na Baba, nitamwambia nimetoka dunia, kazi yangu imeisha, lakini nimeacha watu pale hawana mtu ya kukaa na wao. Nikienda kwa Baba nitampa habari, na nikienda hata nitaomba Baba atumie nini? Msaidizi. Yes. Kwa hivyo hakuna kitu mzuri kama roho. Let me the truth. Aheropa. Yesu hatarudi hapa. He never come back. Atakuja akikuja kuchukua kanisa. Ule tumeashiwa ni roho takatifu. Roho takatifu. Mutakatifu. Soma. Atawapeni msaidizi mwingine. Mungu atawapeni msaidizi. Yesu si ametusaidia. Kazi yake imeisha. Amekuja, ametuponya, ameinua watu, akainua kina Bartimayo, akawaponya wale watoto wale walikuwa wamekufa kama mtoto wa Laini, akavuvua Jairo, mtoto wa Jairo, akavuvua Lazaro, akafanya miujiza. Alipomaliza kazi, akajua tumeachwa kama yatima, hatutakuwa na mtu ya kutuponya. Akajua pastor moja hataponya bila roho. Roho ndio anaponya, si malaika anaponya. Hakuna malaika anaponya. Let me tell the truth today. Kama hujawahi jua na usiaiomba Mungu lete malaika aniponya, hakuna malaika atakuponya. Malaika anaanza kukumaliza. Roho Mtakatifu ndio anaponya. Roho ndiye msaidizi wetu. Listen here. Ndiye
Ndio. Hata baba akiwa kwa kiti cha enzi, hata baba akiwa pale mbinguni, anajua kuna mtu ametuma. He trusts. It's now like president awe na ministers au vice president, mtu ambaye anamheshimu. Yule mtu anajua akienda hata ni mtume. Sasa hivi tuseme the minister for anaitwa Musalia Mudavadi ni wa Home Affairs. No, not Home Affairs. Ni wa Foreign Affairs. Foreign Affairs. Si anamtrust. Juzi nimeona ako America. Ameenda kukutana na kina nani? President. Anamtrust. Do you know, if you trust somebody, like now, if I trust somebody here, hata nikienda hapo sitamwachia kazi kwa sababu lakini kama sina mtu ya kutrust. So the Holy Spirit, Mungu mwenyewe na Yesu wanamtrust sana, kwa sababu hii kazi yote, kuumba dunia, kuumba viumbe vyote, kuumba mwanadamu, walikuwa wote haleluya. Kwa hivyo wote wanajua ile kazi walifanya. Ndio. They trust, kila mmoja na trust mwingine. Yesu akaaminiwa na Mungu, akamaliza kazi yake, akaenda akatuma msaada mwingine anaitwa Roho Mtakatifu. Mungu anamwamini na Kristo anaamini. Lakini hakuna mahali Mungu anaamini malaika. They don't trust angel. Listen me leo. Kama unajua hii Biblia mnasoma like lakini the truth ni hiyo. Wewe wacha na hiyo. Ruka hiyo Romans 8:11. Hiyo kile tutakuja kusoma. Nitakuja kusoma nikimaliza kama wiki 3 au wiki 4 nikipumzika. No. Lazima apostle ahubiri hapa next week. Amekaa sana. Anasikia kama kiti inashomeka. Kama haja kanyaga kiti hapa. Thank you. Hapana, unaendelea. Haya, soma dadi. Ikiwa Roho wa Mungu aliyemfufua Kristo kutoka wafu. Very good. Ukisoma kitabu cha Mathayo 28. Mathayo? Inasema malaika wakashuka wakafirigisha jiwe wakati Yesu alikuwa amekufa na ako kaburini siku ya 3. Malaika walishuka wakafirigisha jiwe. Hawakufufua Kristo. Listen here. Nimwajigua. Hebu ongeza sauti hapo baba. Sauti mzuri. Hili haitanishokesha. Jua watu lazima waelewe. Malaika hakukuja kufufua Kristo. Malaika alikuja kuondoa jiwe. Ni kama wakati Yesu alitembea kwa kina Lazaro. Aliwauliza amewekwa wapi? Akasema amewekwa hapa. Na ameweka akawaambia ondoeni mawe. Ondoeni jiwe. Wakaambia ondoa jiwe. Na Yesu akasema Lazaro amka. Amen. Na Yesu amekufa mwenyewe. Malaika wakaambia shukeni, endeni muondoe jiwe. Lakini kazi ya kufufua ni ya Roho. Amen. Haleluya. Ambia mwenzako Roho ndio nataka. Mwambie nataka Roho Mtakatifu. Nataka Roho Mtakatifu. Malaika aliondoa jiwe, lakini in the Romans, kitabu ya Romans 8 mstari wa 11 inasema Roho aliyemfufua Kristo. Hebu soma wasikie. Ikiwa Roho wa Mungu aliyemfufua Kristo kutokana na wafu anaishi ndani yenu, basi huyo aliyemfufua Kristo atawapa uhai ndani yenu. Kile kimefanya tuishi na magonjwa, tunakufa kwa sababu hatuna Roho Mtakatifu. Hatuna. That's the truth. Tumeishi na malaika, tulikataa Roho. Tumeishi na malaika, ndio tunakufa. Tunakufa na kansa, tunakufa na HIV, tunakufa na laana kwa sababu na yote. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kila hata pasta wakiomba, kila jioni wakimaliza, Baba wapatie malaika, hatuombi Roho. Wapatie Roho. Is it true? Hata watu wote, hata mapasta wote wanaomba malaika. Lakini Biblia imesema yule Roho aliyefufua Kristo ikiwa anaishi ndani yenu, atawafufua. Ikiwa anaishi ndani yenu, presha itaondoka. Ikiwa anaishi ndani yenu, sukari itaondoka. Ikiwa anaishi ndani yenu, kansa itaondoka.
Haleluya! Amen. Ikiwa Roho anaishi ndani yetu, aliyefufua Kristo, ikiwa alifufua mwana wa Mungu na anaishi ndani yako, nini ingine? Nini ingine? Ndio malaika. Hapo ndio nilikuwa nataka ushike kwanza. Pastor Matheke, yes. Soma kidogo, uza hapo kidogo, tunataka leo sikai. Atazia siende haraka. Tiamuna haraka. Hebu uza hapo kidogo. Haya, ikiwa Roho wa Mungu aliyemfufua Kristo kutoka wafu anaishi ndani yenu, basi huyo aliyemfufua Kristo kutoka wafu ataipa uhai mili yenu yenye hali ya kufa. Oh my God. Atawapa uhai mili yenu iliyo hiyo mili na kufa, hiyo mili ya shida, hiyo mili ya laana, hiyo mili ya kulaaniwa, ataipa uhai. Sema the Holy Spirit of God, Roho Mtakatifu wa Kristo, the power of the Holy Spirit, nguvu iliyomfufua Kristo, amen, itatupa uhai. Uhai wa magari, uhai wa manyumba, uhai wa doa, uhai wa kazi, uhai wa kurogoroa. Haleluya. Roho ndio niliwaambia Sunday, malaika si Mungu, malaika si roho. Lakini wengine wakaniandikia John, Pastor, mimi nimekuwa nikijua ati malaika na roho ni kitu moja. No. Hebu soma hapo. Atafanya hivyo kwa njia ya Roho wake akaaye ndani yenu. Atafanya hivyo kwa njia ya Roho akaaye ndani. Hebu nikuulize, kama uko na roho, roho hakai kwa ucharati, roho hakai kwa umaraya. Nilisema roho hakai kwa masegenyo, roho hakai kwa watu wenye fitina, roho hakai kwa watu wenye vita. Roho anakaa kwa watu takatifu. Na akiingia ndani yako, akiwa ndani yako, sio kama mko na roho nyinyi. Unajua nyinyi wengi ni raba shandaraba bo, lima kanda raba. Hiyo ni dhiomi, hiyo ni kunena na lugha. Hiyo ni karanika. Atie, hiyo si roho. Kuongea na lugha si roho. Ni ishara. Inaitwa hii ishara ya Roho Mtakatifu. Hiyo ndio kitu wakati alisema Yesu aliwaambia Edeni, hiyo ni kitabu ya mitume, si ndio? Yes. Mitume kuanzia 1 inasema Edeni Yerusalemu, mkamngojea Roho Mtakatifu atakapokuja. Unajua alikuwa amemwambia nitaenda kwa Baba. Sasa kabla aende aliwaambia Edeni Yerusalemu. Roho akusema malaika akuje. Alisema Edeni Yerusalemu, mkamngojea atakapokuja juu yenu. Haleluya. Amen. Atakapokuja juu yenu. Na hapo ndio wajue wamejazwa. Roho aliposhuka wakajazwa na dimi za moto, wakaanza kuongea na lugha. Wengine wakaongea Kiyunani na walikuwa Wayahudi, wakaanza kuongea na lugha. Wakaonekana kuna ishara, kuna kitu imefanyika si ya kawaida. Na hapo ndio Petro alitoka na nguvu, akaenda pale akakuta kiwete amekaa kwa geti saa 9 ya mchana. Akamwambia vena na dhahabu hatuna, lakini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unajua kuna nguvu iko ndani yake. Yes. The Holy Spirit. Yes. Kuna mambo unaweza fanya, yes, si ya kawaida. Amen. When the Holy Spirit ako ndani yako, amen, sema ninataka Roho Mtakatifu. Ninahitaji Roho Mtakatifu. Sema I need the Holy Spirit. I need the Holy Spirit. Weka sauti, niwekee sauti. Naongea na watu wa mashini. Watu wa mashini ongea sauti. Weka sauti mzuri. Ongeza microphone haiwezi pasuka. Ongeza. Juu kitu ndio tumekosa. Tunashida malaika. Hata ukiomba malaika wa Mungu kuja, na ukitumia malaika wako kumaliza. Nitakuonyesha leo wewe, acha mchezo uko naye. Utakufia kwa barabara. Itisha Roho Mtakatifu. Yes. Na si roho. Kuna nataka kuwa na Roho Mtakatifu. Lakini we need the Holy, na zaidi ya wote the power of the Holy Spirit. Yes. The power. Unajua kuna watu wako na roho lakini hawana power. Hawana power, ndio tunakuwa vita na wao. Sababu wanasema hii mambo inafanyika hii si ya Mungu. Sababu ameshindwa yeye hiki kitu inafanyika. Because anaitisha malaika badala aitisha the power of the Holy
wakati walienda Yerusalemu, kile walipokea, maandiko inasema wakapokea nguvu. Au inasemaje? Inasemaje? Walipokea the power. Hiyo tutaongea siku nyingine. Umemaliza hapo sasa dadi? Yes. Umemaliza? Luka mstari wa 28. Hapo 28. Mstari wa 28 kidogo. Ukisoma 28. Wao wachana hiyo ya ghost, mimi nataka Roho Mtakatifu. I need the Holy. Unajua hiyo mimi si kusoma. Mimi hiyo sina. Mimi najua the Holy. Holy, sema Holy. Holy Spirit. Hiyo ingine sijui. Hiyo ingine wachana. Mimi najua hiyo. Kama ulijua ingine, ulisoma ingine, wewe ndio ukasome hiyo. Mimi najua yangu. Unaona nikiwa hapa, nikiwa ndani ya Roho, ndio nawapeleka kwenyu na kuambia hapa kuna uchawi, hapa kuna uganga. It's not Pastor Moi. Pastor Moi ajui kwenyu. Sasa mimi nitajua mtu wako Kisumu, wako Ukabani, mtu wako wapi, na namwambia mpaka kwao, namwambia da utoe kuna uchawi hapo. Sio mimi. Holy Spirit. Holy. Na Roho anatumiwa mfanyikazi wa kufanya kazi na yeye. Mfanyikazi, sema mfanyikazi. Sitaki kusema vile ndiko. Mfanyikazi. Anatumiwa anaitwa malaika. Roho anatembea na malaika. Kwa sababu itafika mahali Roho si lazima akuja asije akitikisa mawe. Hiyo si kazi yake. No, this man is very holy. Ni ujumbe tu aseme hapa. Hiyo kazi nyingine mnafanya. Kuna kazi yako na ya Mungu. Mnanishika? Ndio. Mnanishika? Yes. Haya, soma hiyo mstari. Kimbia kwa doraigwa. Hiyo ndio kika Ndio. It is the power of the Holy Spirit. We need the power. Sema basi, soma hiyo mstari wa. Haya, tuanze hapo 26. Verse 26 inasema, hali kadhalika, naye Roho anatusaidia katika udhaifu wetu. Haya. Ni malaika anakusaidia. Udhaifu wako yule anajua ni Roho Mtakatifu. Only the Holy Spirit. Kile wewe unataka, wacha niwaambie leo. Niwaambie leo kitu. Hebu nisikilizeni hapo. Wacha na Biblia wewe nisikilize. Nisikilize hapa. Nisikilize. This is not a theology. This is the through Holy Spirit. Niwaambie leo. Malaika hajui kile Mungu amepaka kwako. Understand me? Malaika hajui kile Mungu amepaka. Yule mtu anajua ni Roho Mtakatifu. Amen. Biblia inasema Roho wa Mungu anajua mapenzi ya Baba na mapenzi yako. Malaika hana haja na wewe. Malaika is a servant. Agoje Roho aongee. Aseme nimeenda mbinguni. Baba, unajua Roho wako na connection. Ni kama sasa tunaongea na simu. Wewe ukiulizwa vile wewe na mimi tunaongea na simu na unanisikia, huwezi sema. Is it true? That's how God work na Mungu. Akiongea na Mungu anasema nimekuwa Jesus winner. Kuna mama anaombewa apone, au kuna mama anaombewa gari, kuna mama anaombewa kwa kuna uchawi. Na juu wewe umeshindwa, malaika anaambiwa enda ukafanya hiyo kazi. Only the Holy Spirit anajua mapenzi Baba. Hakuna malaika anajua mapenzi ya Mungu. Ni Yesu, ni Mungu mwenyewe, Yesu na Roho. Na ndio hakuna mahali Biblia imeandikwa malaika anatuombea. Ni Roho Hebu soma dadi. Hebu soma. Maana hatujui inavyotupasa kuomba. Lakini nasikia hatujui vile tunapaswa kuomba. In fact hata ukiomba unaomba hata maombi hayafikagi. Isipokuwa ni Roho anakutetea, haujui kuomba. Lakini Roho anajua mapenzi na Baba anajua mapenzi. Soma. Lakini Roho mwenyewe anatuombea kwa Mungu. Anatuombea aje? Kwa mlio wa huzuni usioelezeka. Igua. Roho, wewe wakati unashindwa kuomba, Roho analia na kilio. Analia kwa Baba. Juu anajua wewe hata wengine wanaume hapa wajailia tangu wazaliwe. Walilia kwa sababu ya bibi kwenda. Akiangalia ati ameenda kupika chakula kwa jiko na ajui hata shupi iko wapi, na ajui kijiko iko wapi na mwiko iko wapi, akaanza kulia. Lakini kwa Mungu hajawahi. Lakini Roho, sema Roho
Mtakatifu. Roho Mtakatifu Analia kwa Baba kwa huzuni kubwa. Yaani wakati analia isiyoelezeka na kilio isiyoeleweka, analia. Analia. Mungu anajua, wanaujia kitu moja, when the spirit analia na Baba alimutuma, lazima atasikia maombi yake. Amen. Hallelujah. Wewe hata kama hujui kuomba, ambia Roho akuombee. Ambia Roho aliye juu yako. Mwambie Roho, nataka ulie juu yako. Nimelia ya kutosha. What I need is a spirit of holy. Biblia inasema analia kwa shauku. Analia kwa shauku. Shauku ni nini? Ni mtu ako na kiu. Shauku ni kama kiu. Yaani ako na shauku, ako na kiu ya Mungu afanye hii jambo ifanyike haraka. Lakini ujue Roho hawezi kukufanyia asilia juu yako kama wewe umpendi, hakai ndani yako, ujampatia nafasi, umejichanganya, anaondoka. Lakini wakati wa hori, sai Pastor Moi, Roho anaweza kujalie na Mungu ashuke afanye jambo. Wengine si kwa sababu yenu, ni Roho analia juu ya kanisa. Umemaliza 28? Umemaliza mstari wa 26, sorry. Ndio. 26. Washana hiyo sasa. Hiyo ingine ya Roho nitaongea. I will speak more when I come back here. Wakati tarudi hapa nitaongea about the power na nguvu za Roho, na kutoka hata sitaki kuongea na lugha. Nataka Mungu atupe nguvu tukitoka hapa. Tukitoka hapa. Yaani hata kama hujui kuomba, ukienda tu kufuga macho, unasikia machozi yanatoka kwa sababu there is a spirit crying inside you. Kuna Roho analia ndani. Unajua anasema kama unampenda, Roho anakaa ndani yako. Kwa hivyo akiwa ndani yako na wewe uko na mashida unalilia, Roho analia kabla ulie. Ndio unaona wakati mwingine machozi yanatoka peke yake. Unashindwa kwa nini nalia kama mtoto? Si mtoto. There is a spirit crying inside me. Roho analia, lakini Pastor Moi machozi ndio inatiririka. Si ujinga na kuaga naye. Wengine wanasema kwani analia kama mtoto? It's not a kid. Zimesema Roho wa Mungu ana shauku, analia kwa shauku. Analia kwa uchungu. Uchungu mwingi. Sasa hiyo. Tuende kwa malaika sasa. Nimaliza malaika ndio. Watu waliuliza about the malaika. Sasa umesikia Roho Mtakatifu? Sasa umeunderstand. Nimegusia. Nitarudia yote atidaza hapo. Sasa nikulete sasa mpaka uone bila Roho Mtakatifu ako mzuri. That guy. Kama anaishi ndani yako, hautaki maneno mingi, hautaki kushinda ukiomba sana, anakuombea kwa sababu umemkubali aingie ndani yako. Lakini kama hutaki kukanywa, hutaki kuambiwa, kuna kiburi, nilisema hiyo majivuno, unajua sasa hata hutaki, Roho ataondoka. Na unajua akienda utaashio malaika na malaika atakumaliza. Roho akiondoka, acha nikwambie, Roho akiondoka unaashio malaika. Hawezi kuwa, si lazima awe mtakatifu. Si lazima awe. Unajua ikia kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa kwanza, Pastor Wanake soma hapo. Na kama kuna kitabu kingine nimeongea kwa mwanzo utasoma hapo, then tutaingia hiyo Genesis 18, then hapo nitakwambia. Hii Biblia ni mzuri. Ni watu hawajui Biblia. Na watu wanataka kusoma tu ile tu wanajua, lakini hawataki kuongea the power of the Holy. Hataki kuongea. Hatukuachio kitu kingine. Kile tuliachio tu ni amani na Roho Mtakatifu. Yesu alisema naenda kwa Baba. Okay, alafu akienda alisema nimewashia amani yangu. Amani ni ya Kristo, lakini Roho ni wa Mungu. Amani ni wa Kristo, amani ni ya Kristo, lakini Roho ni wa Mungu. Julo alienda kuomba Baba atutumie msaidizi. Is it true? Do you understand me? Na hakutuma malaika. Malaika ndio unamuitishaka. Malaika kuna kazi yake. Mungu akitaka kuangamiza anatumaka malaika, si Roho. Roho hauagi. Roho hawezi ua. Ukiona mtu anaua au analaani, au anakuambia utakufa, si Roho. Akona pepo ya malaika wa shetani. That's it. Roho hawezi laani. Roho hawezi. That man is very holy. That man is very
very holy. Hawezi laani. Roho hawezi laani. Roho hawezi fanya kitu baya ya kusema hutabarikiwa, utaishi na shida. Hata ukiwa mzazi uone mzazi analaani watoto wake, analaani si Mungu, ni malaika. Angel. Sasa kwa hivyo mshukage sana. Na wakati huyo mtu vile anaongea, unaona ni roho au ni malaika? Na malaika anytime nilikuambia uwe na tahadhari kwa malaika. Anaweza kwenda kugeuke na mtasikia leo. Soma baba. Haya, tuanze hapo mstari wa kwanza. Genesis chapter 18 verse 1. Mwenyezi Mungu alimtokea Abrahamu penye mialoni ya Mamre. Abrahamu alikuwa ameketi penye mlango wa hema lake wakati wa joto la mchana. Alipoinua macho yake akaona watu watatu wamesimama mbali kidogo mbele yake. Mara alipowaona akapiga mbio kutoka mlangoni mwa hema lake, akaenda kuwalaki. Alipowafikia aliinama kwa heshima na kusema, Bwana zangu, kama mnanipenda. Ukilala hapa wewe ukae kule maina. We, nitita mtu ahiga maidho. Hapa ahiga maidho haha. Mimi nataka nikusaidie. Abia mwenzako, mimi nataka usaidike. Na hii maneno nakusaidia hautaisikia mahali nyingine sana. Hautaisikia. Mimi nataka usaidike. Abia mwenzako, nataka nikusaidie. Juu usipoelewa utatoka hapa tu ukiitisha malaika. Na malaika siyasema ni wabaya. Utawaitisha wakati unaofaa. Biblia imesema hapo, Master Madhege ni maana amesema, amenikatisha Master Madhege endelee. Maandiko imesema Ibrahim alikuwa amekaa nje ya mlango. Ukiona mtu ametoka kwa boma amekaa nje, alikuwa amepitia shagamo. Number 1, alikuwa amekosa mtoto miaka mingi. Number 2, mambo haikuwa mzuri kwa sababu alikuwa ametembea na Rutu amemwacha, yeye amepanda peke yake mlimani. Is it true? Sasa akauliza huyu mtoto wetu, mtoto wa ndugu yangu ameenda wapi? Ako na maswali 1, 2, 3. Hata kama hapo jaandiko, hata wewe unachukua ingine cha saga. Ukikuta mtu amechika hapa lazima akwambie ni nini namsubua. Si hata ufikirie kuna shida. Ukiona ukuta mtu hivi, si lazima waambiwe. Kuna question mark. Kwa hivyo Ibrahimu alitoka nje ya gate, akaenda akakaa hivi. Wakati alikuwa amekaa pale, akaona wanaume watatu, 3 men. Akawaona kwa umbali. Maandiko inasema Ibrahimu akaamuka, akakimbia kuwalaki. Alipofika kwao, akaanguka kifudifudi. Yeye hakujua kama ni malaika, lakini aliona wanaume. Na kwa sababu ya changamoto, wakati mtu amefika mwisho, etaka mtu othe shosho. Ukifika kwa shida unaitaka kila mtu kana mami. Kila mtu unamuitaka mama yako. Shida ikikuja, hata wanaume wengi ukifinya mwanaume anasema mami, anasema bibi yake, anasema mami. Hata kama mlikuwa mmekosana utamuita. Ni kweli au ni uongo? Sasa Ibrahim alipoona akaanguka kifudifudi, akawapembeleza. Sema akawapembeleza. Number 1, malaika hawakuwa wanaenda kwa Ibrahimu. Hiyo musikie kwanza. Hawakuwa wanaenda kwa Abrahamu. Na kuna watu nilitajia hapa siku ya Wednesday, na nikawaambia unaweza kuwa haukuwa umebakiwa baraka, na haukuwa umebakiwa kutendewa, na haukuwa umebakiwa kuinuliwa. Amen? Lakini kwa sababu wewe mwenyewe umekubali kunyenyekea na umekubali kualika malaika. Is it true? Yes. Malaika wazuri. Nasema na ujue ni malaika gani, utashika hapo. Ibrahim aliponyenyekea, malaika Biblia inasema walikuwa wanaenda Sodoma. Walikuwa wametumwa Sodoma. Malaika wangapi? Lakini kwa malaika watatu kuna malaika moja. Hakuwa malaika wa kuangamiza, alikuwa malaika Gabrieli. Na hata Gabrieli zaidi ukimkasirisha atakubaliza. Yeni. Hata unaona ni mpole sana. Na ndio naona hata bibi Pastor Moi nikiwa mpole naweza kasirika nifanye nikuchape. Nikikasirika. Mimi ni mzuri, lakini nikikasirika
si mtu ni mtu. Sasa hao malaika watatu wametumwa. Hawajatumwa kwa Ibrahimu. Na mshike mzuri, hakuna bahari Biblia inasema walikwenda kwa Ibrahimu. Ibrahimu ni kuona, aliona wanaume, na kwa sababu alikuwa katika yani kwa ushungu ya roho, akaona malaika, akaona wanaume, akakimbia, sema wanaume, akakimbia, akasushudu mbele yao, akajiangusha, akawapembeleza, akawaambia, naomba hata kama mko katika safari muingie kwangu, munawe miguu, munawe na mpate kitu ya kukula, alafu muende safari. Malaika akamwambia hapana, hatuiki. Malaika walimwambia hatuendi, lakini akawapembeleza. Kwa hivyo kuna kitu nataka nikuambie hapa, vile wewe utapembeleza Mungu, vile wewe utakuwa ukiomba, vile wewe utapembeleza, kuna watu wengine hapa hawajapangiwa baraka. Na niliwaambia kitu kingine, listen here. Niliwaambia baraka ikitumwa na Mungu, imetumiwa huyu na huyu hayuko tayari, inataka kwa huyu. Watu wametumwa wakangamiza Sodoma, lakini Ibrahimu amekuwa na hekima ya kushika malaika ugeni. Akawashika ugeni, wakaingia kwake, akawaambia ingieni. Walipoingia, hata bila pastor mwenzake kusoma, akaita mke wake, akamwambia tengeneza chapati haraka. Akaita wafanyikazi wake haraka, endeni mlete ile kakondo kazuri, kanono mzuri, endeni mlete. Wakaenda akamwambia mchinje, mpike moja, ingine mtapika fry, ingine mtapika chamusha, ingine mtapika wakaambia watengeneze. Malaika wako pale wanaongea na nani? Na Ibrahimu. Ukuongea tu kama 30 minutes, nyama imeingia. Na unajua huyu alikuwa na maziwa, alikuwa na cheese ya maziwa, akaenda akatoa, akawapatia wakakunywa. Sasa hiyo miguu wamemaliza kunawa, kunawa miguu. Ni kunawa. Kiswahili mzuri ni kunawa. Wakanawa miguu. Sasa kanyama kakaletwa na chapati, wakakula. Walipomaliza wakamwambia Ibrahimu, malaika kwa wote watatu, akamwambia wakati kama huu, mwaka ujao, bibi yako atakuwa na mtoto. Haya. Kwa nini? Na hakuwa dada kwake. Wacha nikuambie, saa hii wewe uko hapa, unaweza kuwa hauko mpango wa kubarikiwa mwaka huu, lakini kuna njia unaweza gusa Mungu. Umbuguze. Malaika ukula kwa niaba ya Mungu. Malaika ukula, roho akuragi. Ni malaika anakuraga. Roho anaishi kwa chakula ya mbinguni. Hata Mungu akuragi ugali, anaishi kwa chakula ya kiroho. Haleluya. Hao wote watatu wanakuwa pamoja. Sasa malaika ndiye anakuraga. Malaika walipomaliza, wakati kama huu, mwaka ujao, mke wako atakuwa na nitakuja. Na akasema nitakuja. Kualika tu malaika. Hakuwa wabarikiwe, hawakuwa wainuliwe, hawakuwa wapate mtoto, hawakuwa maisha yao ibadilike. Maneno mazuri, hata malaika hapo anasema utakuwa baba ya mataifa na utabarikiwa, utainuliwa kwa sababu ya kukula tu. Ukisoma hapo utasikia Pastor Mahege. Hebu soma haraka. Sikia. Kwanza nisome hapo, nilikuwa nimemalizia. Soma. Bwana zangu, kama mnanipenda, tafadhali msinipite. Mimi mtumishi wenu. Na mshinde kwangu. Na msia kwamba nitawaletea maji kidogo. Ili mnawe miguu. Nasikia hata Kiswahili yako ni mzuri. Inawe miguu. Na kupumzika chini ya mti. Na kupumzika juu ya joto. Wameshomeka, unasikia maandiko inasema ya kwamba ilikuwa wakati wa joto. Na ndio Ibrahimu alikuwa pale nje. Sasa wakaepeleka kwa ile kamuti kenyu pale nje. Wakapumzika hapo, kuna kaupepo kanakuja. Sema kaupepo. Na sasa hiyo wanakula nyama na chapati, maneno mazuri lazima itoke. Haleluya. Malaika kusikia hivyo, baraka lazima itaashiriwa. Hata kama sio yako. Nimesema malaika anasabadilisha baraka ikuje kwa lakini hana baraka ni ya Mungu. Lakini huyu malaika ni Gabrieli au Maserufi au Makeru. Na malaika akikuja hajui vita, analetaka baraka na utaniamini. Soma pasi. Haya, turuke hapo chini kidogo. Ruka. Mstari wa 9. Wale wageni wakamuuliza, mke wako Sara yuko wapi? Abrahamu akawajibu, akawaambia, yuko hemani. Yuko hemani. Mmoja wao akasema.
hakika nitakurudia wakati kama huu, hakika nitakurudia wakati kama huu mwakani, na mke wako Sara atakuwa na mtoto wa kiume. Atakuwa na mtoto, hata si mtoto peke yake, mtoto. Hakuna kitu mzuri kama Mungu ameshiba. Sema Mungu ameshiba. Wewe shida hapa ukirukaruka, malaika wa baba kuja. Wapi? Unajua kitu moja, Patrick, nikuambie, sisemi ati ujichanganye au ukaombe maombi baya, lakini unaweza chukua baraka ya viongo kabla achukue baraka wewe, au wewe uchukue ya huyu. Sasa watu wamechakaa. Kuna vile wewe unaweza fanyia Mungu kitu na umpebeleze, na Mungu kama alikuwa kwa njia akienda kwa huyu asimame akubariki wewe. Italingana. Yako tunaomba niangalie tu vile unaniangalia. Uipokee. Mimi naweza pebeleza Mungu. Hata kama Mungu hajapaka kufanyia mtu kitu, amfanyie kwa sababu ya pasta. Kulingana vile mimi nitapebeleza Mungu, nataka kwa Mungu. Si mambo yote Mungu anatabiri, lakini mimi naweza himiza Mungu afanye kitu hakuwa nataka kufanya. Kulingana vile mko urafiki na vile mnamfanyia, unamwambia Mungu, remember God. Mimi hapa Mungu sitaki ingine, nataka hii, na Mungu afanye. Ni kitu la kuonyesha. Sasa malaika amemwambia wakati kama mke wako atapata mtoto, na ni wakikuja walikuwa wanaingia kwa Ibrahimu. Walikuwa wanapita. Ibrahimu akawapebeleza, akawasia, akawaita mabwana zangu. Hiyo kitu kwanza ni mzuri. Mabwana zangu, akanyenyekea. He was very humble. Ya pili, akaleta maji kidogo, hata nafikiria ndiye aliwaosha miguu. Kuoshwa wakajua hapa ni kuzuri. Hata wacha hiyo. Pastor Madege, enda hapo pale kidogo, inasema malaika wakasidikishwa na Ibrahimu. Hapo nataka. Hapo Ibrahimu akawasidikisha. Ndio Ibrahimu. Verse number 16. Soma hiyo. Ndipo wale watu wakaondoka wakafika mahali walipoweza kuona mji wa Sodoma. Naye Abrahamu akawasindikisha. Basi Mwenyezi Mungu akawaza. Kabla awache hapa nyuma, Biblia inasema malaika wakaabiana, ni mzuri kuficha huyu mtu wa Mungu ile kitu tunataka kufanya. Ni hapo tuko. Is it true? Yes. Ni mzuri kuficha. Kwa sababu number 1, huyu mtu nimekuambia malaika moja alikuwa kama Mungu. Hata Biblia haisemi malaika akaacha Ibrahimu, Mungu akawacha Ibrahimu akaenda. Ndivyo Biblia yangu inasema. Kama yako usemi hivyo, Pastor Madhegi, yako inasema hivyo? Inasema naye Abrahamu akawasindikisha, naye Mwenyezi Mungu akawaza, akafikiria. Yule malaika kwa niaba ya Mungu. Nimewaambia kuna malaika anakuja kwa niaba ya Mungu. Si Mungu kwa niaba. Akafikiria, Mungu akafikiria. Akaingia ndani ya malaika kwa kufikiria. Akawauliza wengine, ni vyema. Ni mmoja wao anauliza, sasa huyo Mungu amekuja kwa niaba ya Mungu. Kwa hivyo si malaika wote wanakuja kwa niaba ya Mungu. Huyo amekuja akauliza, ni vyema sisi tufiche huyu mtu. Soma asikia. Je, nimfiche Abrahamu jambo ambalo nimepanga kutenda? Haya. Nifiche Ibrahimu mambo ambayo nimepanga kufanya. Yeye atakuwa. Kwa hivyo kuna mambo Mungu anaweza kukufisha. Si lazima useme ati Mungu atasema kila kitu. Kuna mtu ananiambia, "Pastor, lazima uniambie Mungu atakadi." Na mimi namwambia mimi sio Mungu. I'm not a God. Mimi nataka kungojea kwa. Sasa malaika akitumwa na wewe uliomba malaika, wacha tuseme ukweli. Wewe uliomba ukasema, "Leo nataka malaika aende kwa Pastor Mwai anihudumie." Malaika akuja akatae kuniletea ripoti. Mimi nitasema nini? Na amekataa. Sasa hapa Mungu mwenyewe ameingia kwa malaika akasema, "Ni vyema tufiche huyu mtu. Ni vyema tumfiche." Kwa hivyo kuna secret za wale, kuna secret Mungu anafichaga. Lakini kuna vile unaweza gusa Mungu afishue siri zote. Tumeishi hapa. Kwa mwaka tulikuwa tunapeleka watu kama 5 nyumbani. Ni kweli? Leo unasikia huyu amepelekwa, huyu ametoa vitu zake, huyu ametoa, huyu kwa sababu Roho amekubali kufanya kazi. Lakini
ni vile wewe utapembeleza Mungu avishwe siri. Lakini ukinitishia malaika akuje akatae, mimi nitafanya nini? I'm not a God. I'm a servant. I'm not a God. Mimi sio Mungu. Mimi siwezi ponya, mimi siwezi inua, mimi siwezi peleka mtu mahali. Ni Mungu anatuma roho wake. Unanishika? Sasa akasema tufishe huyu mtu siri zetu. Tufishe huyu mtu siri zetu. Wakaulizana hivyo. Tufishe huyu mtu siri zetu. Alafu Pastor Mateke soma haraka. Yeye atakuwa baba wa taifa kubwa, na kwake mataifa yote ya ulimwengu yatabarikiwa. Unasikia sasa ameambiwa atakuwa baba wa mataifa na kupitia kwake watu watabarikiwa. Endelea Pastor Mateke. Tumemchagua yeye na wazawa wake. Tumemchagua yeye. Unasikia wamekula wameshiba akachaguliwa. Kwa hivyo God can appoint you. God can for your blessings. Kuna baraka siko mahali mzuri. Kuna kitu Mungu ameweka. Kuna visa mkorino Mungu ameweka. Lakini God anaweza kukupoint au akose kukupoint. Italingana vile wewe utapembeleza Mungu. Kwa sababu hapa huyu tumemchagua. Baraka zote na usao wote itapitia kwake. Yeye atakuwa baba wa mataifa. Ameappointiwa. Na malaika hapo tu malaika kukula na kushiba. Wamemappoint. Sema appoint. Sema I need to be appointed. Appointed. Or chosen. Sema or chosen. Kuna chosen, appointed, anointed. The grace. And the grace of God. Haya. Soma dadi. Yeye atawafunza wazawa wake kushika njia yangu. Wawe waadilifu. Na wenye kutenda mambo ya haki. Na wenye kutenda mambo. Endelea. Nami nipate kuwatimizia ahadi zangu. Nami niweze kuwatimizia. Kwa hivyo uadilifu na mwenye haki anatimizio ahadi za. Kwa hivyo unaweza kuwa hujatimiziwa kwa sababu hauna haki na wewe si mwadilifu. Kwa hivyo usilaumu Mungu. Wewe jiulize, mimi njia zangu na Mungu tunapelekanaje? Wewe unataka milango ifunguke, wewe Mungu mnapelekanaje? Wewe unataka Mungu akutendee na unampinga. Wewe unataka Mungu akutendee na hautii. Atafanyaje? Hawezi. Na mimi hata ukuje unishinda ukinipiga hapa, pastor mmoja amekataa kunihudumia, ni kama kimenyano, si kimenyano. Wewe naye kimenyano yako na Mungu iko wapi? Yes. Kimenyano yako na Mungu iko wapi na wewe? Lazima na upembeleze Mungu. Ndio akuappoint, akuchague. Uwe mwenye haki, uwe mwadilifu. Ndio naye wakati utakuwa mwadilifu, baraka zote sikuje kwako. Haleluya. Kwa sababu malaika anaweza kuwa nakosa kukubariki. So Pastor Mateke soma. Wazee unasikia maneno. Unasikia, unatenda mapenzi ya Mungu na unasimama utakatifu. Turuke twende verse 30. Sikujificha Pastor Mateke, asikujificha Pastor Boy na Pastor Mateke na wala apostle. Jifiche Mungu. Soma 30. Verse 30. Abrahamu akaongea kusema, Bwana, naomba usinikasirikie. Very good. Unaona vile mnakasirika hapa? Malaika anakuachaga. Ibrahimu alijua malaika atakukasirikia. Akasihi malaika kabla amwambie vile anataka, akaambia malaika, ninakusihi usinikasirikie. Kwa sababu Ibrahimu alijua secret ya malaika. Akajua malaika anaweza kukumaliza time. Na wewe unalala, usiwacha kufuka macho. Fungua macho yote nje. Pana fuka macho hapa. Unasikia vile mimi naongea? Sikwenda kukasirisha malaika. Hata wakati unaona pengine mtumishi wa Mungu anahudumu, usimkasirishe. Wacha kuongea upuzi za hiyo. Mpembeleze, mwambie please na usikasirike. Basa, hujanipeleka kwetu. Basa, atakuacha. Mimi naweza nyamaza lakini malaika awashwa akikupiga. Ibrahimu alikuwa baba wa mataifa, alijua siwezi kwenda kwa malaika hivyo watu wanafikiria. Lazima nimsihi asikuje akaniangamiza, akamwambia please usinikasirikie. Ambia mwenzako please. Usiroho. Huyu si roho. Huyu ni malaika. Anaweza kukumaliza. Ibrahimu akamuuliza, nimekusihi usikasirike. Ndio. Kemo manolaiwa, wewe ndio ukoma, dotore. Open your eyes. Na unaangalia mwenzako kama ukiona anavuka jicho moja na mbapi, wewe acha maneno hii maneno ni mzuri. Drago jalala, drago usiweke macho ile.
Ndio Paulo aone kama umelala. Toa hiyo macho ile. Watu wa macho ile unatufishaka naye akilala. Toa hii. Ndio mnalala naye macho ile. Toa hiyo macho ile kwa macho. Ndio bai hanini. Kila mtu asimame kidogo. Stand up on your feet. Haya, stress yourself, stress yourself, stress yourself. Stress. Haya, shika hii koti. Mrevi ulikuwa wapi? Mrevi ulikuwa wapi? Wapi? Mrevi, unatoka sasa ile mimi naongea mambo ya malaika vile utasaidika. Mimi nimemtuma. Kulikuwa na kashida kidogo hapo nje. Utamsaidia? Atasaidika. Atasaidika. Usimtume. Ni very urgent. Ilikuwa very urgent. Sasa hii nituachie Mungu afanye agent yake. Sisi ndio. Kila mtu aite roho. Juu malaika, pengine leo mtu malaika amemwacha. Alikasirisha malaika. Nimejua ni nani. Ndiye kaboi. Kashidi. Wadi regima yogoje teki. Wewe Mushoki, peleka mshene pale Mushoki. Peleka mshene pale. Nikuone ukitoka. Enda pale kwa ukuta, usimame hapo. Hapo. Niona ukiruka hapo uniambie unaenda wapi. Mumeshika bila sema? Yeah. Mumenishika? Ndio. Munanishika? Ndio. Malaika wametumwa. Wanaenda Sodomu. Lakini Ibrahimu anawasihi. Anafanya nini? Anawasihi. Anawapembeleza. Na wasihi msikasirike. Juu anaweza kataa. Wanaweza kataa au wampige. Yeah. Au ile baraka walikuwa wamemwaahidi ikosa kutimia. Malaika akikasirika ni mbaya. Akawasihi. Mnashika? Pastor Mazake soma. Nami nitasema tena. Yaani aliwaambia mara ya kwanza, sasa anawasihi mara ya pili. Huenda wakapatikana watu wema 30. Mwenyezi Mungu akamjibu. Sitafanya hivyo. Nikikuta hao watu Sodoma. Ibrahimu akasema, nimedhubutu kuzungumza na Bwana. Nimedhubutu, unaona? Anasema nimedhubutu kuongea na Mungu. Ni mwerevu sana. Ibrahimu alikuwa mwerevu sana. Nimedhubutu kuongea na wewe, lakini unajua mimi sitaki ukamaliza watu yangu. Ninadhubutu. Ako na language ambayo inagusa Mungu. Anasema ninadhubutu. Yaani ni kama kujikoza. Sifai kuongea. Lakini kwa sababu mnaenda kufanya hiyo kitu, please. Tafadhali. Alafu nimedhubutu kuzungumza na Bwana. Labda watapatikana watu wema 20. Utapatikana watu 20. Mwenyezi Mungu akamjibu. Mwenyezi Mungu akamwambia, kwa ajili ya hao 20. Sitauangamiza. Haya, twende 19. Mstari wa kwanza. Apotige. Hoja kwanza. Malaika hawa walikuwa wangapi? 3. Wakati ule aliashiria ujumbe, yule malaika Ibrahimu alikuwa anamuita Mungu. Akapanda mbinguni. Akaenda mbinguni. Na akaambia Ibrahimu, nitakuja mwaka ujao wakati kama huu. Yeye kazi yake amemaliza. Yeye hawezi hata kumaliza. Hawezi maliza. Alikuwa ameingia katikati ya wale wengine, lakini kazi yake si kumaliza. Kazi yake ni ya baraka. Najua ameashiria baraka. Kazi yake imeisha. Maandiko inasema ya kwamba Ibrahimu akarudi. Nao malaika 2 wakateremka Sodoma. Malaika wangapi? 2. Ule wa Ibrahimu amepanda. Wamebaki wangapi? 2. Hao 2 ndio wauaji. Sema wauaji. Hao lazima wamalize. Na ndio unaona Mungu alifanya huyu mmoja kwanza arudi mbinguni. Juu akepembeleza wengine wasifanye na ndio unaona wakati Ibrahimu alikuwa anataka kufichwa siri, huyu malaika aliambia hao wengine, please, tunaweza ficha hii siri, tunaenda kufanya Sodoma. Akasema hatuwezi. Huyu mmoja akamwambia tusifiche hii siri. Hii tunaenda kufanya tusifiche. Unaona huyu ni mzuri sana. This guy is a good man.
Is a good? Anaambia wengine tusifiche. Wacha tujulishe ujamaa. Huyu atakuwa baraka. Huyu atakuwa baba wa mataifa. Watoto wake watakaa na uadilifu. Watakuwa wenye haki. Yaani anaongea maneno kwa wengine ndio Ibrahimu akubali kupatiwa the secret. Wakati aliambiwa siri na mambo ikaisha, malaika akapanda. Huyu anaitwa malaika, anakaa kama Mungu. Sasa wakabaki wawili. Hawa wawili sema hawa wawili wanaweza kukumaliza anytime. Wakateremka Sodoma. Pastor Madhake soma 19:1. Wale malaika wawili wakawasili mjini Sodoma. Wakafika. Loti ambaye alikuwa ameketi penye lango la mji wa Sodoma. Ona hata yeye amekaa nje. Juu kule Sodoma ni mambo ya ushoga, lesbian, nini imejaa huko. Sasa Rutu ametoka nje akitafuta tu mtu wa kuogelesha. Akiwa pale naye pia akaona wale malaika wawili. Alafu basi alipowaona aliinuka kuwalaki. Akainama kwa heshima. Akasema Bwana zangu, karibuni kwa nyumba yangu. Mimi mtumishi wenu. Naweza kunawa miguu? Unaweza. Hakuna kitu kizuri kama hii. Yaani mtu anakupatia maji ya kuoga kwa safari hii tunaenda. Mtu anakuambia ikia hapa ni kama si oh my God. Tukiwa na shosho na apostolo, tulikuwa tunaenda safari ndefu, tunapitia mahali na Rumoro. Kuna mama mwingine alikuwa kina shosho. Tukiingia kwake anakimbia anasema kanyama kashomo. Apostolo kumbuka hiyo mama tumpelekea kwa Mahiga. Kanyama kanaweko pale, kanono tunakula. Alafu tunaletea kafanta. Kwanza nikisikia ninaeleroka. Oh my God. Yaani nasikia hata roho imefurahi. Na nikasoda peke yake. Haya. Na wale wanafanyaka harusi hapa. Watu wakitoka uchaguo cheni kuwapatia maji watakujoga ya mto. Unaanulia soda. Kasoda si kitu ya mchezo, akapatikanaje. Kasoda. Uchaguo siku hizi inapatikana. Wakati wetu soda. Unadhaishi? Soda umeongea. Tulienda kwa mtu mwingine hapa tu kanisani laini yenyu. Tukaenda kwao. Tukapelekea baba yake soda. Alikuwa anauliza inaitwaje, inafunguliwa aje? Na ni juzi miaka 6 imeisha. Soda anauliza inafunguliwa aje? Sasa Lutu ni kama alikuwa amefundishwa na anko mambo ya kupepeleza marafiki. Akaenda akaanguka, akawapepeleza, akawaambia ingieni mnami. Lakini malaika hawa si kama wale. Hawa hata walikuwa nakataa. Sikia hapa, walikuwa nataka kuangamiza mpaka kina Rutu. Hata kama Ibrahimu ameongea, walikuwa unajua ule wakupepeleza ameenda. Wakupepeleza huyu hawa walikataa. Pastor Madheke soma. Kishohi no marage. Oigwe ulikitoka thira. Ukaetekera mundu wako. Tazama. Bwana zangu, karibuni nyumbani kwangu. Mimi mtumishi wenu. Mnaweza kunawa miguu na kulala kwangu usiku wa leo. Kulala usiku? Asubuhi na mapema mtaweza kuendelea na safari yenu. Lakini wao wakasema, la. Sisi tutalala huku mtaani. Mwesikia? Sisi hatuingii. Wamekataa. Nilimemwambia si malaika wote wanalete baraka. Na si malaika wote watafanya vile unataka. Lakini ukiwapembeleza wataingia. Wakasema hatuingii sisi. Tunaenda kulala mjini. Kwa sababu haja yao walikuwa nataka usiku wamalize Sodomu yote. Wamalize yote. Hata Rutu akiwa ndani. Rutu kile kilimsaidia. Ni kwa sababu alijua baba vile alikuwa anakaa na yeye. Akapepeleza malaika. Akawapepeleza. Unajua sometimes ukifika mahali uone hakuna msaada, ukiona yoyote amekuja utamuita baba. Unasikia anasemaje? Bwana sagu. Bwana baba yangu. Ni kama baba. Kwa sababu kule hakuna amani. Akawasihi tena. Pastor Madheke soma. Kipiego. Wacha kusemaga pastor hapa. Si wachana hapo. Wewe pepeleza malaika kuja kwako. Malaika si mchezo. Usiroho. Kupepeleza. Anaanza kuwa na baraka kumbe amepelekea Paulo.
anakuacha au anapelekea, unaachwa hapo juu. Kila mtu ni vile atapepereza Mungu wake. Shitaka hapa tu wewe na kasuti hapa, malaika ataenda. Soma dadi. Loti akawasihi sana. Loti akawasihi sana. Mwishowe wakakubali. Wakageuka na kuingia nyumbani kwake. Hata walikuwa wameenda wakageuka. So aliwafuata akiwapembeleza. Akafika mahali wakasikia huyu mtu kweli ametupepere, wakarudi sasa. Wangemalizwa. Wameingia ndani. Wacha na hii nyingine yote, hata vile waliingia ndani, vijana wa Sodoma wakakuja, wakawaambia kuna vijana wameingia hapa tunataka kulala na wao. Wachana hiyo ya malaika. Mimi nataka nikuambie malaika ni hatari. Malaika, listen to me, malaika very dangerous. Malaika wakamwambia Rutu, kuna jamii yako hapa, kuna shemeji yako hapa, kuna watoto wako na bibi yako, washukue mtoke. Rutu akaanza kusukuka huko, sijui ni nani, akaambiwa toka, akashikwa mkono, akaambiwa kufika nje, akaambiwa sikia hapa, my brother, sikia hapa, akaambiwa nimekuambia Rutu na mke wako na watoto wako mtoke hapa mwende kule milimani na msigeuke, msiangalie nyuma, we musiangalie. Haleluya. Mimi nafikiri hata ukiona mtu akipiga mtu kofi ni malaika. Si mimi nasema wewe ukinipiga kofi, mimi nasema wewe ukinipiga wewe ujue ni malaika au nikikupiga. Haleluya. Sikia hapa Pastor Madege, hebu soma hapo, hapo apostolo ametaja, wakaambiwa msigeuke. Malaika si roho. Malaika wakikuoja unaonyeka, wakikukanya kanyika. Ukiambiwa ni kutii. Mayagai, ukiambiwa washana utakufa. Na Mungu aitwe Mungu. Ukiambiwa uende kwenda. Ibrahimu apostolo, si alikuwa ameomba Rutu na bibi yake na watoto wasikufe na watoke mzuri, na wakasema hatutawaua, lakini hao malaika wawili si ule alienda, hao wawili watakumaliza. Hawataki msaha. You can die na Mungu aitwe Mungu. Ndio ukiitisha malaika najua mnaitisha malaika kuja, malaika ndani atakumaliza. Wewe jua ni malaika gani unataka. Like mnanisikia? Hebu soma dadi. Verse 17. Na mimi naona hapa hawa wawili kuna mmoja ako ndani yako. Uombe sana. Uombe Pastor Madege. Walipowatoa nje ya mji, malaika mmoja wao akawaambia, kimbieni kwa usalama wenu. Mkimbie kwa usalama wenu. Mkimbie hakusaidii. Sasa mumeashana. Ukikufa ni shauri. Hakuna kupepereza. Hawa peperezi hawa peperezi Moi, hawa peperezi mtu ya Meru, hawa wanakuambia enda kwa maisha yako. Wewe shauri yako, usipojihadhari utakufa. Ndio nimewaambia malaika shuka, utakufia kwa barabara. Itisha Roho Mtakatifu. Enda kwa usalama wako. Ukiambiwa una usalama wako umehatarishwa. Ni hatari. Kimbilia usalama. Na ukikosa kusikia hapo mbele kile itakukuta shauri yako. Na ndio niliwaambia watu wengi wanahudumu na malaika. Ukiona mtu anakuradi utakufa ni malaika. Ukiona mtu anakuambia utaisha na unaisha ni malaika. It's not the Holy Spirit. Hallelujah. Sasa huyu malaika mmoja naona huyu ndio mkali. Huyu ni mkali sana huyu. Huyu hata nimewaambia mtoke na muangalie mbele na msigeuke na nimwende kwa usalama wenu. Ujue hakuna kukupeleka, hakuna kukupepereza. Hata vile mnakuja kwa pastor wetu, nipeleke, unipanze. Usipasa Moi.
Huyu kiitisha atakumaliza. Tiako ndorogora ndora na magitho. Ndio wali kanitha ndio washokire. Tiako ndorogora ndora. Soma Pastor Mathenge. Kimbieni kwa usalama wenu. Kimbieni kwa usalama wenu. Msiangalie nyuma. Msiangalie nyuma. Wala kusimama popote bondeni. Yaani safari yote ya kuda kusimama, huyu mtu ni hatari. Aidha kuna njaa, aidha uko na choo, aidha unataka maji, aidha unataka nini? Hakuna. Kwenda umechomoka. Hapa ni you can die anytime. Hawana haja na wewe. Kuna malaika hawana haja na wewe. Pastor, unaona vile uko na koti ya red. Mimi naona huyo malaika ulipatiwa ukafungua kanisa ikaisha. Na unavaa hiyo red. Red malaika wa Mikaeli anakugonga unaisha. Kila kitu inaenda. Si mimi nimesema, si ndio huyo? Si ndio huyo? Halafu basi ndio tuende kitabu kingine haraka. Haya, twende hapo chini 26. Hapo kwa rutu usipite. Hapo. Lakini mkewe Loti aliyekuwa nyuma ya Loti. Alikuwa nyuma ya Loti na sasa hiyo ndio moto inawaka Sodoma. Akatazama nyuma. Akageuka kuwa nguzo ya chumvi. Akawa nguzo la chumvi. Yaani alikufa hapo na akawa mawe ya chumvi. Kukauka. Ndio nilikwambia malaika anaweza kukufanya ukufe anytime. Density yako ifike mwisho. Malaika. Yaani pale mbele walipembelezwa wakakubali hawataua. Na hakuna mtu atakufa. Na hata kama ni wawili wote watatole. Lakini kufika pale kuangalia tu hivi. Ndio niwaambia ujihadhari sana. Wakati mtumishi wa Mungu anaongea asiwe kona malaika, Mungu akasirike. Unaweza kukauka kama mawe. Na usamage, sijui nilifanya. Na niliambia watu, hata kutoa dhabihu sio hoja. Niliwaambia malaika hajui dhabihu. Hajui. Yeye hakuragi dhabihu. Ni kukamilisha mission. Na lazima afanye vile ameambiwa. Kwanza Mikaeli akiambiwa ni kuua. Kumaliza. Siliona hata kule wakati walikuwa kule Misri. Milango ya Israeli ilipakwa damu. Ndio malaika akitembea akiona damu anajua hii ni watoto wa Israeli. Wengine walikuja wameuawa wote. Lakini Waisraeli hawakuuawa. Kwa sababu waliambiwa kwanza mpake milango usiku. Ndio malaika akikuja ajue. Kwa sababu malaika ajue ni nani. Hakutabui malaika. Kile atajua ni damu. Ili aliambiwa. Malaika aliambiwa mbinguni ukienda huko ukute mlango na watu wa Israeli wakaambiwa muamke asubuhi mpake milango ya Waisraeli. Na malaika aliambiwa ile tu mlango iko na damu. Kwa hivyo kama mtu alilala kwa jirani yake, acha tuseme, ulilala kwa jirani yako, haukukufa. Wewe washaka kwenda kwa jirani yako wakati unaweza kuvia kwa jirani yako. Sema kaa kwako. Mnasikia wa mama? Juu mnapenda churu. Hata watoto mnaashiria kwa majirani. Na malaika ametumwa akamalize jirani. Na wewe umeokoka unajua Mungu. Mtoto wako. Mapepo ikikuja inakuta mtoto wako. Ndio huyo. Unaanza kusema pastor obey mtoto. Na ni mapepo ulimpeleka kwa jirani. Kaa kwako. Tamweleo. Hebu mwambie. Kaa kwako. Mwambie kaa kwako washa mshende. Nurachigua waja nurachigua. Edu akae kwake. Unanisikia wewe? Edu, hata mama akisema unaenda mahali usiende. Akisema anataka kwenda kukula hiyo sherehe na watu wa jirani, mwambie enda peke yako. Mimi nakaa kwa nyumba, mimi ni wa Pastor Moi. Hallelujah. That's the truth. Unanisikia? Wakikufa wakufe pekee. Juu milango ilipopakwa damu, walikuwa wameambiwa milango yote imepakwa damu msiue, lakini ile japako damu, malaika akiingia anakugonga. Sasa kama ulienda kwa jirani shauri yako kukula sapa. Juu malaika walikuja jioni usiku. Kama ulikuwa kwa jirani juu ya kukoroka, utakufia kwa jirani. Hata wale wanasukuka makanisa watakufia kwa majirani. Kaa kwetu. Shauri yako. Nani anakwao? Si uko na kwako kule mnakaa na mami. Kaa huko. Hata kifo yako. Yes. Haya soma dadi.
Haya. Turudi hapo, akageuka nguzo ya chumvi. Hiyo washana sasa wamesikia hiyo, amekaushwa. Malaika anasakuka kukausha time. Hiyo kitabu hiki na Pastor Matheke. Turudi hapo Genesis chapter 6. Soma haraka dadi. Verse 1. Verse 1, soma haraka dadi. Neno la Mungu linasema, aje binadamu walipozidi kuongezeka duniani. Hapa ndio niliwaambia malaika usimwamini sana. Wana wa Mungu, malaika walikuwa wanaitwa kama wana wa Mungu. Na wakati dunia watu walienda kuongezeka, Mungu akatuma malaika wanawake wakuja kwa watu. Biblia inasema walipokuja, hebu sikiliza hapa. Wakafanya nini Pastor Matheke? Hapa msomagi, malaika you cannot trust angel. You cannot trust angel. Mimi nasema malaika ni wabaya, hata wakiwa mbinguni wananisikia. Lakini wanajua ninaongea ukweli. They know I'm talking and the Holy Spirit inside me. He knows the truth. He knows. Not all angels ambaye ni watiifu. Not all angels watakuletea baraka. Si malaika wote watafanya uinuke. Kwa hivyo hata ukiomba ajua ni malaika gani unaitisha. Malaika wakafanya nini basi? Soma 6. Hiyo Mwanzo 6. Walipozidi kuongezeka duniani na kuzaa wasichana, watoto wa kiume wa Mungu. Watoto wa kiume, Biblia inasema angels. Ya Kiingereza kuna ile inasema hivyo. Sasa watoto wa kiume wakafanya nini? Waliwaona hao wasichana. Walipoona wasichana, malaika wakaona wasichana. Malaika makiona ndio ile tutaka. Malaika, kumbe hata malaika anasadanganywa na wasichana. Na ndio naambiaga wanaume mshuke hawa watu. Hawa watu Mungu kuna kitu aliongeza kwao, mshuke sana. Aliweka donyi, akaweka mianya, akaweka weupe, akaongeza kitu hapa. Na huko nyuma si flat kama kwetu. Chukeni sana. Juu malaika hakuangushwa na wanaume, malaika waliangushwa wasichana. Nilisema Diongo. Na wanaume hapa washuke. Juu Mungu aliniambia juzi, kuna wanaume wanataka kukaa kwa mama wale wajaolewa. Au bwana yako wako safari unaenda kukalisha hiyo dada. Wewe ni pepo. Kaa kwako. Wacha kudanganya umeokoka. Hakuna mwanaume ameokoka kwa mwanamke. Kaa kwako. No achigua. Wao mako kuziko mukaguo, mwikana mukaguo. Kana bibi. Honda kudanganywa. Ati hawa sasa wa kanisa hawa unaona hapa. Akina Maina. Mwanamke amrudishie kifua kidogo hivi batiti iguse hivi. Itakuwa kama stima. Ndio utajua hajaokoka huyu. Motita, wacha vile unajifanya mpole hapa. Uguswe na matiti si ya bibi yako. Haleluya! Washeni kudanganywa. Patrick, unajua tunaongea ukweli. Wacha hata unabeba bibi na si wako. Hata atajifanya wakati unaendesha gari, anajifanya anataka kuchukua pale kwa inaitwa dashboard. Umeweka tu serviette hapo. Ananyosha mkono hapo na mkono ya kushoto. Juu anajua uko pande ya right. Mkono ya left. Mkono ya left. Siwe uko right. Nini nitakugusa? Nini nitakulalia? Hiyo kitu ukikugusa. Hiyo ya mama. Hiyo. Ikaiwa matuile. Unaona kijana kama huyu? Simama. Huyu. Na mama kama huyu. Hebu simama huyu. Simama. Huyu waguswe na hii. Na kwa haki ya Mungu atakuwa ameanguka hata kama ako na miaka. Wacha. That's it. Mimi naongea kwani mimi nimeandika hii maandiko. Mimi nimeandika. Let us talk the truth. Kama wewe ni mwanaume tembea na mwanaume. Kama wewe ni dada tembea na dada. Jua hata wewe ukiwa dada, viongo ni mjaja au Patrick. Na wewe ni dada, atajifanya ni kama anaanguka anagusisha hapo.
Alafu unasikia ni kama utasikia ni kama karati na kujuka. Haki ya Mungu utasema Yesu ni Bwana kesho kama umeanguka. Rudi, wacha hiyo mchezo. Okoka urudie Jehova. Ikiwa malaika anaanguka, wewe ni nani? Wewe ni nani? Hata mimi nimeokoka. Hata sasa hiyo Pastor Matheke ananiambia, "Pastor, mimi najua niko na Roho Mtakatifu." Nimejazwa. Umejazwa na nini? Hii kitu haina kujazwa. Kujazwa ni Roho, si kuko chini. Acha maneno yako. Soma dadi. Soma. Wakaona watoto wa kiume wa Mungu. Nyinyi shekeni vile mnasheka. Watoto mnasikia? Chunga hata hiyo kasiana karibu na wewe. Kana zajifanya ni kitu kamenyagusha bayo. Aka, unaona aka? Kana zajifanya bayo imeagua na kanatupa na hapa pande hii. Alafu kanashukua na mkono ya kushoto. Hebu wewe hata kalamu yako. Agusha hapa. Chukua na mkono ya kushoto. Chukua. Hii ya right. Chukua. Simama. Simama, chukua. Asha. Wewe acha hiyo maneno. Ambia mwenzako okoka. Mambo ingine iko na mipaka. Ate ukutake, ate bibi ya Thiongo unakuta Thiongo na msichana na kuambia ni dada wetu wa kiroho. Wa Thiongo ndoka etekere, mekogwa. Wataanguka. Na jamaa ya Duthi. Na wengine wanapenda Duthi sana. Ikiwa hapa, alafu mama inapigwa break kidogo, inarukaruka hivi. Kuna vile inafanyaga inarukaruka. Alafu saa hiyo anaenda kwa bump, anaenda watu wa Duthi ni wajaja sana, akikutaka anaenda kwa bump. Anaenda unashika. Alafu amekwambia weka mikono hapa. Na sasa okoka. Sijasema Waduthi ni baya. Hata muwapatie kazi. Muwapatie. Lakini hiyo mikono yako na ni ya bwana yako na hujawahi gusa bwana yako hivi. Kuja Patrick ukweli wa Mungu. Bibi yako pekine akushikage hivi. Akushikage hivi. Ataanguka. Ataenda. Na hiyo gari najua pikipiki ikafanya hivi. Naye mama wewe soma baba. Soma. Na mnapenda hivyo sana. Unaona vile wamesheka? Unaona vile mama wamefurahi? Wanapenda hiyo kitu sana. Kwanza watakaki mahali korami, watakaki rami. Anaambiaga mtu ya pikipiki wacha kupitia rami kuna gari nyingi. Pitia hii. Corrugation. Anaambia mzee aendage anakuja. Mzee aendaga na isipitie rami, ipitie korege. Mimi nawajua. Basi soma. Unaona kimbia kwa vile anafurahi hapo. Soma. Watoto wa kiume wa Mungu waliwaona hao wasichana wa watu. Wakaona hao wasichana wa watu. Wakiona hao wasichana wa watu kuwa ni wazuri. Wakawachukua waliowapenda kuwa wake zao. Hao ndio unasikiaga hapo ndio majitu walitoka. Maandiko inasema wakazaa majitu. Wanaitwa Nefilimu. Walitoka hapo. Majitu ilitoka hapo. Malaika walienda wakazaa imondo ingine na muno. Sikubwa sana. Na zilikuwa na vidole sita.
Mungu alijua nitaweka alama. Hawakuzaa na vidole 5, walizaa 6. Marimo walitoka hapo. Wana wa Mungu. Imagine. Malaika wa Mungu wameenda wakaona warembo. Nafikiri walikuwa wameubwa. Wakaenda pale wakaona gai. Malaika wakageuka wakasema hapa hatutoki. Hapa hatutoki. Mbona gedhora hii? Haya, tumetoka hapo. Pastor Matake ruka hiyo Biblia ingine. Haya, turuke. Twende Samueli wa pili. Samueli wa pili. Salimia mwenzako mwe. Shuga sana hii mambo ya kwenda kukaa kwa jirani. Shuga mambo ya jirani. Mwambie mambo ya jirani washa. Na siku adaga ate nimepeleka huyu mama kwao, kuna maomborezi, kuna come together na umeacha bibi yako. Funga macho. Funga macho. Siku hizi ni kubaya. Funga macho. Soma. 2 Samuel 24. Soma 24. Verse 16. Soma. Lakini wakati malaika aliponyosha mkono wake kuelekea mji wa Yerusalemu ili kuangamiza. Sikia. Hapa Daudi Mungu hakuwa anataka Waisraeli wahesabiwe. Lakini Daudi alifika mahali akaambia wale watu wake na wafalme wahesabu wa Mungu. Alikasirika. Na wakati Mungu alikasirika, aliuliza Daudi, ukitaka niangamize nchi na njaa au na vita au ni magonjwa? Na magonjwa. Alimuuliza mambo matatu. Lakini kwa hiyo yote tatu Daudi aliambia Mungu. Juu nabii alitumwa. Akaenda akaambia enda waambie Daudi, hii mambo matatu nitaashiria kwake. Achague moja. Daudi alisema heri nianguke mikononi. Na Biblia inasema mzuri, Daudi akasihi Mungu sana. Alisihi Mungu sana, akaomba Mungu sana, akalilia Mungu sana. Lakini malaika hawakusikia hiyo na hawakuona kilio ya Daudi. Malaika waliangamiza hiyo nchi ilikuwa jirani, alafu wakaenda kuangamiza Yerusalemu. Na Yerusalemu ndio ilikuwa the city of Daudi. Sasa alikuwa anataka kuingia city ya Nairobi, wakaingia ikulu ya Daudi. Daudi alipotazama akaona malaika wamenyosha mkono juu. Daudi akasihi Mungu sana. Hapa ndio Pastor Mathenge anasoma juu ya masaa, hatuwezi soma yote, ndio usome nyumbani. Inasema nini Pastor Mathenge? Mwenyezi Mungu akabadilisha nia yake. Rudi hapo nyuma kidogo dadi. Haya. Mstari wa nyuma kidogo. Okay, tusome hapo. Lakini wakati malaika aliponyosha mkono wake kuelekea mji wa Yerusalemu. Rudi nyuma tena. Hiyo mstari mwingine iko nyuma. Haya. Ndio twende pamoja. Nyuma. Hivyo Gadi mstari wa 13. Akamwendea Daudi na kumueleza. Akaenda kwa Daudi akamwambia Gadi sasa. Akisema, Je, wapendelea njaa ya miaka 7? Wapendelea njaa ya miaka 7? Au je, wewe uwakimbilie adui zako miezi mitatu? Wewe ukimbie maadui zako miezi mitatu. Ukipigwa vita miezi mitatu, vita haisimami. Au kuwe na siku 3. Au kuwe na siku 3 ambapo nchi yako itakuwa na maradhi mabaya. Nchi yako itakuwa na maradhi baya sana. Yaani watu wanakufa na maradhi 3 days. Daudi akasema nini Pastor Mathenge? Daudi akamjibu Gadi. Akajibu Gadi, nina mashaka makubwa. Lakini afadhali niadhibiwe na Mwenyezi Mungu. Lakini afadhali niadhibiwe na Mungu kuliko kutiwa mikononi mwa watu. Maana Mwenyezi Mungu ana huruma nyingi sana. Ana huruma. Niliwaambia malaika sio Mungu ni wa huruma. Malaika hana huruma. Soma endelea Pastor Mathenge ndio watu wasikie. Nimekuambia malaika hawana huruma. Mungu akona huruma na kiumbe chake. Mungu anaweza kukuhurumia na akusamehe, lakini malaika akikasirika hata anaweza kosa kuuliza Mungu swali ya kuja kuangamize. Malaika. Sasa hao malaika
wametumwa waangamize maadui wa Israeli wa Yerusalemu. Wakati wamemaliza, Daudi ndio hapa naye anaambia mtumishi wa Mungu, enda waambie Mungu, afadhali nianguke mikononi mwako. Alafu sasa basi Mwenyezi Mungu akawaletea Waisraeli maradhi. Akaletea Waisraeli maradhi. Tangu asubuhi hadi wakati wa jioni. Mpaka wakati wa jioni. Watu 70,000. Watu 70,000 walikufa nchini kote. Walikufa nchini. Endelea. Lakini wakati malaika aliponyosha mkono wake. Alinyosha mkono wake. Sasa isikia, Mungu ameangamiza 70 people only. Hakumaliza wote. Lakini sasa hapa malaika naye Mungu anafanya kazi. Naye malaika na kipelebele akachukua paka. Anaenda kumaliza Yerusalemu. Hoi! Chunga malaika. Chunga malaika. Basi alipoelekea mji wa Yerusalemu ili kuangamiza mji wa Yerusalemu, Mwenyezi Mungu alibadilisha nia yake. Akabadilisha nia yake. Mwenyezi Mungu akamwambia huyo malaika aliyetekeleza maangamizi kwa watu. Basi yatosha. Rudisha mkono wako. Malaika wa Mwenyezi Mungu alikuwa amesimama karibu na uwanja wa kupuria nafaka wa Arauna. Daudi alipomwona huyo malaika, aliyekuwa anawaua watu, alimwambia Mwenyezi Mungu, akulilia malaika, alilia Jehova, akaambia Mungu aje, tazama mimi ndiye niliye na hatia. Mimi mwenyewe nimekosea. Haleluya. Unaona, malaika anytime anaweza kukumaliza. Kama si upendo wa Mungu kwa Daudi, kama si huruma za Mungu kwa Daudi, malaika alikuwa already ameua watu 70 na amechomoa panga amalize wengine. Daudi alipolia akaambia Mungu, mimi nimekosea. Mungu akaambia malaika, rudisha upanga wako. Washana, imetosha. Akaheshimu Mungu. Malaika hakuna mtu anaweza heshimu isipokuwa Mungu. Hakuna mtu anaweza heshimu. Malaika ni Mungu tu anasikiaga. Anaweza kukumaliza alikuwa kuangamiza Yerusalemu yote. Daudi kumuona akalilia Mungu, akamwambia mimi nimekosea. Si hawa, ni mimi nimekosea. Mungu akasikia kilio cha Daudi. Mungu yangu inasema Mungu akahuzunika. Unasikia? Hebu soma hapo kidogo apostolo. Malaika aliponyosha mkono wake ili kuangamiza Yerusalemu. Bwana akahuzunika. Kwa sababu ya maafa. Akamwambia yule malaika aliyekuwa anadhuru watu, alikuwa anaangamiza watu, yatosha, rudisha mkono wako. Wakati huo malaika wa Bwana alikuwa kwenye sakafu ya kupuria Ayuna. Haleluya. Yani amegojea amaliza watu. Ameenda mahali huko inasiago ndio amalizia watu hapo kwa soko. Hapo amaliza watu. Yule mtu anaweza kukusaidia tu ni roho akulilie. Ndio Mungu asikie kilio yako. Ndio usiangamizwe. Kwa sababu sometimes, na niseme hivi, unaona wakati tunaomba na watu wamefanya tabia mbaya kwao nyumbani, aidha ulienda ukafanya tabia na wengine walilie Mungu, malaika anaweza kuja akuue na ukufe. Sasa tu anaweza fanya, kwa sababu malaika ana second. Kwanza sasa tuseme Mungu, wale wakati kama huu niseme wale wote wamefanya hii, Mungu ondoa, mtakufa. Na pengine hata wewe mlienda na mama yako kwa mganga, hata umekatakata, hata damu imemwagwa. Kwa sababu ukiona mahali mifupa na vichwa imezikwa, kuna question. Pastor Mathayo toka hapo, enda kitabu ni Luka. Twende Joshua ndio twende ya mwisho ya Luka. Enda Joshua. Masaa yako iko karibu kuisha. Chapter 5. Chapter 5 verse 13. Siku moja Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, ghafla aliona mtu mmoja, amesimama mbele yake na upanga, uliofutiwa mikononi mwake. Yani ulikuwa una shai wa kumaliza.
Joshua akamwendea akamuuliza, je, wewe ni wetu ama ni waadui zetu? Unajua Joshua alijua hapa ni kubaya, na huyu malaika ametumwa anaweza kuja kumaliza. Sasa alitaka kujua ni amekuja kutupatia urizi au amekuja kutumari. Joshua, Biblia nyingine inasema akaanguka kifudifudi, sababu alijua malaika they can kill anytime. Joshua ni mtumishi, ameona malaika na panga, akaanguka chini kifudifudi, akamsihi. Biblia nyingine inasema akamsihi malaika, uko upande wetu au uko upande? Akasemaje? Naye akamjibu, wala wenu wala maadui zenu, ila mimi ni kamanda wa jeshi. Komanda udio Mikaeli kamanda wa jeshi ya mbinguni. Ni mkali kamanda. Umejasikia hiyo malaika? Huyo ni mkali. Mzee Maida, huyo akikuta umetoka kwa njia hivi na ametumwa, atakumaliza. Akikukuta kwa mwanamke wewe msichana, atakupatia ukimwi. Akikukuta kwa mwanaume ni msichana, unapata mimba bila kusudia, kwa sababu malaika yeye ni komanda. Komanda ni kumaliza. Komanda kazi yake ni kumadi. Kama ni kuua, ueni. Yangu yasema ni jemedari wa majeshi. Asikia hapo zinasema nini? Jemedari wa majeshi. Ndio nilikwambia ukiomba malaika ujue unaomba malaika gani. Na baada nilikwambia Roho ni mtakatifu analia kwa Baba, Aba. Analia akikulilia. Malaika Roho anajua mapenzi ya Baba. Malaika hataki kujua Mungu amepanga nini. Kile amesikia kiongewa, wacha nikwambie, malaika akisikia mbinguni mchene anakibishaga. Malaika anaweza sikia nyinyi mkiongea na hiyo ujumbe apeleke. Si Roho ameongea, malaika apeleke. Na wale wanabii wengi wanatumia malaika, wanaweza piganisha kanisa yote. Kwa nini? Malaika anaweza kuta hao wakiongea mchene. Kesho nitakuja kuongea ile mchene. Tuseme Margaret anaambia huyu mama, huyu dada alitoa mimba. Na mimi ni malaika ameongea mshe. Kwa alitoa mimba mimi nakuja nasema, wewe dada, ulitoa mimba. Lakini mshene ya nani? Kwa sababu nyinyi ndio mnajua nani ametoa mimba, nani anaolewa, nani hana nguo ya ndani, nyinyi ndio mnajua. Mshene, malaika iko si wote. Si unasikia huyu ni komanda? Hajakuja kusaidia Joshua na hajakuja, amekuja akiwa komanda. Kule ataambiwa amalize. Kama ni pande hii, hiyo kama ni pande hii, yeye anagojea kutoka amri. Komanda anagojea aambiwe amrishwe. Akiambiwa ni hapa na arudi nyuma. Na aliambia Joshua, sijakuja juu yako na si kwa maadui, na mimi ni komanda wa jeshi, nagojea kuambiwa. Sahi Kiingereza hapa Samantha kinasemaje? I am here as the commander of the Lord's army. I'm here as commander. Amen. Lord's army. Lord's army. Jeshi ya mbinguni. Jeshi ya Mungu. Sasa huyu agojagi. Afanyagi nini? Agojagi. Anaweza tumwa. Sikia. Anaweza tumwa kwa huyu. Akifika kwa huyu apembeleze Mungu, wewe umekosea Mungu, akumalize wewe. Hajakuja kwa sababu ya huyu wewe, na hajakuja kupigania au akupiganie, anakuja akigojea amri. Amekuja agojee vile Mungu atamwambia. Kwa hivyo huyu ni wewe utapembeleza. Hii tafsiri nyingine inasema mimi ni amri jeshi wa jeshi la Bwana. Na jeshi la Bwana. Haya, unamrajibwa. Huyu akitumwa uko kwa maraya, sasa hilo mraka kwa kitanda, anaweza kuja ukuvia kwa kitanda. Ndio nakutaka wanaume wamekufia kwa kitanda. Pressure inakuja, anashindwa kuamuka. Ni huyu. Anataka kukuaibisha. Komanda. Wewe kazi yake kali kuoga, akaoka. Taka kama taka pressure. Orelore ha. Aya.
Ambia mwenzako huyu malaika ushuke na yeye. Mwambie shuka na huyu malaika. Huyu ana mchezo. Komanda. Amri jeshi. Mama ameshinda akili hapa. Na wewe umetoka kwa nyumba yako. Umeenda kwa maraya. Na sasa hiyo umekunywa hiyo tu vitu yenyu. Haki ya Mungu huyu malaika ataokesha pressure. Wewe basta kitu kwa mihau soma hapo. Haya. Nyinyi shekeni tu. Mutasheka leo lakini mutakuja kuniambia. Atakuja. Mwaki. Akapapa. Unatoroka kwa Kamau. Huyu malaika hataki mchezo. Huyu akapapa hataki mchezo huyu malaika. Hataki. Ni mbaya, ni komanda. Soma baba, tumalize twende hiyo kitabu Yesu ni ya Luka. Twende tumalize Luka. Aya, naye akamjibu, wala wenu wala wa adui zenu. Wala wenyu wala wa maadui zenu. Ila mimi ni kamanda wa jeshi la Mwenyezi Mungu. Na sasa nimewasili. Yoshua akainama chini. Joshua alipojua hivyo, huyu malaika ni yule komanda wa mbinguni, he can do anything. Alianguka chini kifudifudi. Hapa ni kupembeleza. Ukajitaka imagoro huo. Oi baba. Hata kama ulikuwa umeficha 100 yako, unaletea Mungu. Ukamwambia Mungu yakini dhabihu. Mungu usikubali nikufe. Nikubaya. Akaanguka chini kusi Mungu. Alafu kisha akamuuliza. Kisha akauliza malaika. Bwana wangu. Mimi mtumishi wako. Unataka nifanye nini? Gai. Unadajiki ende. Kwa sababu anything. Akauliza, akaanguka, akalala chini. Akamuuliza, "Oi bwana yangu, unataka nifanye nini sasa?" Akaanguka chini. Mimi ni mtumishi wako. Amejikosa. Na unajua utaki kupigia malaika magoti. Malaika ni kiumbe kama wewe. Lakini huyu ni mkali. Lazima unyenyekee. Anaweza kupita na wewe akupatie kishonono. Anaweza pita na wewe usikie gonorrhea. Anaweza pita na wewe usikie HIV. Anaweza pita na wewe usikie ka pressure kamekuja. Huyu ni mkali. Alafu basi huyo kamanda wa jeshi la Mwenyezi Mungu akamwambia, vua viatu vyako. Kwa maana mahali umesimama ni patakatifu. Kwa hivyo Joshua kuna uchafu ilikuwa kwake. Akaambiwa vua viatu, mahali umesimama. Kuvua viatu ni kuondoa uchafu, ni kuondoa umaraya, ni kuondoa ucharati, ni kuondoa masengenyo, ni kuondoa hiyo mambo baya unayofanya, ndio uweze kusimama mbele ya malaika asikasirike. Mimi naona Joshua ndiye angeuawa. Lakini alipouliza malaika nifanye nini? Akaambiwa toa viatu vyako. Mahali umesimama ni pa. Hai. Alafu basi tukiri kitu ya wagi. Haya, twende Luka. Luka, hata yule atasoma jioni. Endeni mkasome jioni kwenye nyumbani. Hamusomagi Biblia. Hamusomagi. Haya, na Biblia ndamu nasikia ile mambo iko. Haya, hebu basi msikie ya mwisho nikimalizia. Ujue malaika si mshe. Ndio toza wakati takuja wakati mwingine, sijui ni wakati gani Mungu akinipea nafasi. Nikuje ni hapana, si Sunday nimesema ni apostle. Hata Sunday ni sawa. Wewe apostle acha maneno. Wewe, hebu maliza pastor Fadhili kwa dawa. Wewe malizia. Haya, Luke chapter 1 verse 6. Wote wawili Zekaria na Elizabeti walikuwa wanyofu mbele ya Mungu. Watakatifu mbele ya Mungu. Za Mungu. Wakiishi kwa kufuata amri na maagizo. Yote ya Mwenyezi
chochote walikuwa na ambio ya Mungu walikuwa nafuata. Utakatifu walikuwa naye, walikuwa wamependeza Mungu. Haleluya, haleluya. Nadhikiriria, unaweza ishi kwa Mungu ukiwa mtakatifu, unaweza ishi kwa Mungu ukiwa wewe hujafanya mabaya, lakini ukikosea malaika Biblia, hebu Pastor Mathiake rudi hapo. Wasiseme huyu mtu ile mambo tunaenda kusoma hapo chini ilifanyika juu ya ucharati na umaraya. Kutii walikuwa wametii. Unyenyekevu walikuwa naye. Kama ni utakatifu walikuwa naye. Kama ni kufuata sheria walikuwa nazo. Ndivyo Biblia inasema Elizabeth na Zakaria. Haya, hawa ndio walizaa Yohana, hawa ndio walizaa Yohana Mbatizaji. Soma dadi. Wote wawili Elizabeth na Zakaria walikuwa wanyofu mbele za Mungu, wakiishi kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Yaani kama mimi ningekuwa pastor wanyu wakati huo, Pastor Moi, ile Pastor Moi angewafundisha wangesikia na walikuwa wanajua kama ni utakatifu si kuvaa nguo ndefu, lakini jioni unavaa hiyo ingine unaenda kufanya mambo ya na saa hiyo unaitisha bodaboda ndio nini unajua, na uko hapa. Hawakefanya hivyo. Walikuwa watakatifu na wanyofu na walikuwa na sheria. Arafu walikuwa wanyofu mbele ya Mwenyezi Mungu na kufuata amri zake. Haya, twende hapo chini. 11. Malaika wa Bwana akamtokea Zekaria. Sinasikia ni wanyofu. Mambo yote wako napa. Wamepita mtihani. Sema yes. Sema ndio. Lakini sasa mambo ya Mungu wako lakini malaika, niliwaambia malaika, this man timami wanyoyo natithoguo natishosho wanyu. Huyo atakumaliza. Anazakatisha njia zako. Na umekaa kwa Mungu. Soma. Malaika wa Bwana akamtokea Zekaria ndani. Malaika wa Mungu akamtokea Zakaria ndani. Akasimama upande wa kulia wa mlango wa madhabahu. Ya kufukizia ubani. Zakaria alipomwona alifadhaika. Hofu ikamuingia. Lazima ukiona malaika hofu ukajua kuoya. Wacha kusema nimeona malaika sasa unaanza kuruka, unaweza kufa any time. Lakini malaika akamwambia Zakaria, usiogope. Kwa maana maombi yako imesikilizwa. Na Elizabeti mke wako atakuzalia mtoto wa kiume. Nawe utampa jina Koja. Listen now, here nikimaliza. Nakamaliza. Simalizi dakika 2 nabali. Malaika ametumwa na Mungu akuje abariki Zakaria. Maombi ilifika. Sema maombi ilifika. Mungu ametuma. Elizabeth na Zakaria walikuwa wameishi wakiwa tasa. Sasa maombi imefika. Lakini Zakaria alipoona malaika, unajua wale wako in spirit of God, akiona malaika asemagi amina, hallelujah, you can die. Alistuka na akaogopa. Malaika akamwambia usiogope, nimetumwa kwako. Ombi ambalo umeomba limesikika. Nimekuja kuleta baraka yako. Leta baraka. Swali yangu ni hii. Kuna kitu kingine Zakaria alikuwa ametumwa afanye? Malaika afanye kwa Zakaria. Alikuwa ameambiwa alete habari ya habari ya mtoto. Ameambiwa alete habari tadikiri ya huri. Ameambiwa kamande alete habari. Mudhageta niokomire okera baba. Tia ukoma. Hapa kuna maneno mazuri. Mimi naangalia naona. Malaika ametumwa alete habari njema ya mtoto kwa Zakaria na Elizabeth. Ni kweli? Ndio. Na amelete habari, amesikia maombi. Maombi imefika kwa Mungu. Mungu ametumana mtoto apatikane. Lakini wacha nikuambie, wakati malaika ametumana ubarikiwe, jihadhari sana. Be careful. Nilisema haya. Soma basi.
Wasikie. Haya. Nirudie hapo. So rudia tu hata ukitaka kurudia mara 10. Ninamaliza. Zakaria alipomuona alifadhaika. Hofu ikamuingia. Lakini malaika akamwambia. Zakaria, usiogope. Hata malaika alijua Zakaria ameogopa. Akamwambia usiogope. Alafu kwa maana sala yako imesikilizwa. Zaka yako au maombi yako imesikilizwa. Na Elisabeti mke wako atakuzalia mtoto wa kiume. Nawe utampatia jina Yohane. 18. Zakaria akamwambia huyo malaika, ni kitu gani kitakachonihakikishia? Doubt. Zakaria akawa na doubt. Anaambia malaika amemwambia utapata. Lakini anamuuliza ni kitu gani itanihakikishia ya kwamba vile unaniambia itafanyika? Ashina. Ameharibu. Kuna mambo Mungu anakuambia unaharibu. Wewe niangalieni. Hebu fanya. Kama utaoga ni weka chini. Weka juu tena. Nyinyi wote weka chini tena. Simama tena. Simama. Kila mtu. Haya, kaa chini sasa. Thank you. Namaliza. Zakaria alijua ni malaika na akastuka. Ameambia utapata mtoto, zaka yako imefika. Na unajua zaka si maombi. Zaka ni matoleo. Matoleo yake imefika. Mungu amesikia hiyo maombi. Dhabihu yake ametoa imefika. Mungu amesema atapata mtoto, mpaka jina amepewa mpaka jina Yohana. Alafu anaambia malaika niambie, huyu nitajuaje? Nini nitanihakikishia ya kwamba vile umeniambia itafanyika? Wewe sikia vile malaika atafanya. Soma hadi umalize. Mimi ni mzee. Hali kadhalika pamoja na mke wangu. Pamoja na Elisabethi. Malaika akamjibu. Mimi ni Gabrieli. Nikwambia hata Gabrieli akikasirika ni umba. Ndodhikererie. Hata Gabrieli ukimkasirisha ni mumba. Ndio nilikwambia malaika sio Mungu na sio Yesu. Akasemaje? Mimi ni Gabrieli, alafu ninayesimama mbele ya Mungu. Sikia. Hakuna malaika mwingine. He can save and face God. Eye to eye. Only Gabrieli. Hao wengine wanaongea kama wameangalia huko. Huyu anaongea na Mungu hivi. Unataka niende kwa nani? Kwa Pastor Moi. Nimwambiaje? Huyu anaambia na Mungu enda kumwambia hivi. Na malaika ametoka kwa Mungu. Hata malaika anamwambia mimi nimetoka kwa Mungu. Mimi ni Gabrieli. Alafu nimetumwa niseme na wewe. Nimetumwa na Mungu niseme na wewe. Nikuletee hii habari njema. Sikiliza wewe. Utakuwa bubu. We, malaika ni hatari. Ameleta habari njema, lakini amemwambia utakuwa bubu mpaka wakati mtoto atazaliwa. Shuka, usiwe bubu ya maisha. Usiwe bubu ya kwa maisha yako, usiwe bubu. Unaweza kuwa si bubu ya kuongea. Na kuambia Zakaria alikaa bubu miezi 9. Nani good man hakuongea. Elisabeth, wacha nikuambie, alikuja kuongea wakati mtoto alizaliwa. Watu wakaenda akauliza mama yake, mtoto ataitwa nani? Ataitwa? Na mama yake hakuwa anajua ataitwa nani. Wakaenda kwa Zakaria. Wakamuuliza Zakaria, mtoto ataitwa nani? Na haongei. Alikuwa bubu. Na kwa sababu malaika alisema mpaka wakati mtoto atazaliwa. Na jina ilikuwa imepatiwa nani? Wakati alizaliwa mtoto Yohana. Wakaenda kuuliza wazee, na mtoto amezaliwa, unataka aitwe nani? Sasa hapo Yohana. Sikia,
Inasemaje pastor nibalize hapo? Shuka. Muujiza wako usibadilike usiwe kilio. Muujiza wako uwe kilio. Mimi nimekuambia kuanzia leo. Na sijakwambia usitishe malaika. But be very careful. Kile unahitaji is the Holy Spirit. Roho Mtakatifu hawezi kukuangamiza. Roho Mtakatifu hawezi kumfanya uingie kwa shida. Ukimkubali na ukae na utakatifu, atasimama na wewe na atakutetea kwa Mungu. He knows kile Mungu anataka na anajua kile unataka. Malaika hajui. Malaika aliambia, hata Gabriel alisema, mimi ndiye yule malaika anaenda kwa Mungu. Na Mungu ameniambia. Lakini roho tunaishi na yeye hapa duniani. Anajua hata saa hii nikiongea hapa, anajua kile Mungu anatafanya. Anajua nani atakuwa president wa Kenya. Anajua wewe miaka mmoja ikiisha utakuwa nani kwa maisha yako. Anajua kama utapata visa utaingia ndege uende Amerika wewe. Anajua kama utaenda Germany. Roho anajua. Hiyo anajuaga wakati ametumwa. Wakati ametumwa ndio anajua kile ameambiwa. Lakini roho hata saa hii Mokorino wacha vile ulienda ng'ambo ukarudi. Vile utakuwa kesho, roho anajua. Maina, roho anajua vile utakuwa. Malaika hajui. But the Holy Spirit anajua mapenzi ya Baba. Basi, yes. Si tuambie wakati huyu jamaa aliongea. Wasikie. Chapter 1 verse 59. Soma. Alafu siku ya 8 walifika kumtahiri mtoto. Siku ya 8 walienda kutahiri mtoto. Wakataka kumpa jina la baba yake, Zakaria. 80 days. 8 mtoto hakuwa na jina. Juu baba yake haongei. Wakati mtoto alisemekana atatahiriwa, ndio walisema sasa tutampatia jina baba yake. Juu baba haongei, tutampatia jina ya baba. Lakini mama yake akasema, sivyo, bali ataitwa Yohane. Wakamwambia, Mbona hakuna yeyote katika ukoo wenyu au wetu mwenye jina hilo. Mwenye hiyo jina. Basi wakamwashiria baba yake. Wakamwashiria bwana yake. Wapate kujua angependa aitwe na nani. Naye akaomba kibao cha kuandikia. Akaandika hivi. Yohane ndilo jina lake. Wote wakastaajabu. Papo hapo. Midomo na ulimi wake. Zakaria vikafunguliwa. Nimemaliza. I have finished everything. Sasa nimemaliza. Until the other time nitaongea zaidi about the Holy Spirit. I will speak more about the Holy Spirit. Kwa sababu what we need is not angel. We need the Holy Spirit. Na tukipata nguvu ya Roho Mtakatifu, si kuongea na lugha, si la bashaka na baboria. No. Ukipata nguvu ya Roho Mtakatifu na Roho apata nafasi ndani yako, maisha yako imebadilika. Mnanishika sasa? So usikuje ukaambiwa saa yote unaitishiwa malaika, unakimbia kuchukua malaika, utaenda kukufia barabarani. Juu malaika akiona wewe si mtakatifu, au unakataa kumtii, au umekona doubt, au kitu kidogo tu umekosea, malaika atakuangamiza. Watu wengi hapa niwaambie leo, listen me, Tadora, niangalie na macho. You are two naked eyes. Niangalie kabisa. Mimi sikuwagi na haya, niangalie mzuri. Mimi nimeupo sio na haya. Mimi naangalia kwa watu hata usiwezi kufuka macho hivi. Mimi naangalia kama mtu hata ikilia inalia nimekuangalia. Nisikilize hapa. Watu wengi hapa, hata kule mlikuwa mtu wa kanisa au kule alitoka alifanya makosa, na malaika ule alikuwa kule akakasirika, akafuga njia zako. Hata tukijaribu kuopa hapa na hatujajua the secret ya kile ulifanya, au wewe mwenyewe ulifanya na ukawa ni siri, malaika akaweka stamp, unaweza ishi na shida zako.
Unless huyo malaika alikuwa amemwambia wewe utaogea wakati utapata mtoto, hageogea, ageishi akiwa bubu. Malaika walitumu Sodoma waende wakaokoe na wachome Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa amewasihi wasimalize Lutu, lakini mke wa Lutu akafanywe mawe, kwa sababu malaika hawapembelezi. Wengi wenyu hapa, malaika alikuta ukiogea mabaya ya mchungaji, ukiogea mabaya ya mtu na ni mtu wa Mungu, ukiogea makosa, na ujue saa ile mimi nimesimama hapa, my brother, number 1 niko na Roho Mtakatifu, number 2 I have the angels of God. And if I'm holy, all angels I have, they are very holy. They are very. Na wewe kama unapiga Pastor Moi wakati yako katika utukufu wa Bwana, haki ya Mungu utajimaliza. That's why nilisema mimi nimesamea wale walikuwa napika kanisa, kwa sababu I know my God. Mungu wangu akikasirika, hata wale walitumia hao, they can die. And that's why siwezi kuongea zaidi, niongee kitu ambacho italeta shida. I know that. I know that. Na ujue hiyo ni kweli. Wakati tuko hapa, Mungu si watu walikuwa nagojea maji pige Mombasa. Tukiwa hapa nimesimama kwa madhabahu, Roho akaongea, akasema hakuna kitu itafanyika, kwa sababu the Holy Spirit ako kwa kazi. Ako kwa kazi. Saa hiyo unaona, saa hiyo Mungu anaongea kitu kama hiyo. My brother, kama ungekuwa unakaa macho, siku kimbia nyumbani mapema, unagojea saa hiyo. Hata ukisema ukiwa mgonjwa kanza, hata pasta bila kuomba utapokea uponyaji, hata bila huduma. Wakati unasikia Mungu anaongea kitu ya nchi, na Mungu anasema nimekuja nikiwa Mungu, nakuja kufanya hii, wakati huo hata unatakiwa, hata wewe wakati Roho anaongea unasema Mungu niondolee kanza, Mungu niondolee utasa, kwa sababu with the Holy Spirit in control, he can do anything. Na wakati naye unaongea mabaya, wakati mtumishi wa Mungu ako ndani ya Roho, kama wakati huu ninapeleka watu mambo inafanyika ile haijafanyika hapa, my brother, you can die. Chunga mdomo yako, kwa sababu the angels ambao wanafanya kazi hapa, mimi sijui kwenyu Patrick, mimi najua kwenyu Diongo, najua kwenyu, nimeshaikuja Maina, ninajua kwenyu wewe mudo wake, mimi najua kwenyu mtu ya Ebu, mimi najua kwenyu mtu ya Moika, ninajua kwenyu I don't know, wewe najua kwenyu. Hakuna mtu anajua kwao, tunajuana hapa. Joroge, mimi najua kwenyu, lakini nakupeleka mpaka kwe. Yes, Maina, mimi najua kwenyu Kataka. I don't know. Wewe mtu ya Nakuru, mimi najua kwenyu. I don't know. Hata kama umekuja hapa mimi najua ni Nakuru. I know you. I know you very well. Wewe mtu ya Muiga, nakupeleka Muiga, mimi najua kwenyu. Wewe mtu ya Nyandarua najua kwenyu. Najua mtu ya Nyeri, mtu ya Kericho nilikupeleka juzi. Wewe nilikupeleka Kisumu, wewe nikakupeleka wapi? Meru. Hata wewe Meru. Mimi najua kwenyu. Sijui kwenyu. But that wakati Roho anafanya kazi, ujue hata Roho, hata malaika wa Mungu wako pa. Juu mimi naongea kulingana na Roho vile nasema, lakini the angels ndio wanakimbia kwenyu. Na ndio nasikia saa nyingine anafika kwa mlango, anaingia kwenyu, anakataa kufanya kile anataka kufanya, kwa sababu wewe pengine kwenyu ile mambo iko kwenyu ni mbaya zaidi. Unanishika vile sema? Sasa kile mimi nataka nikuambie, wewe uko hapa, ujue wakati umekosea au ulikosea, kwa sababu watu wengi, acha niwaambie, hata watu wengi si hata vitu iko kwao nyumbani, hata wengine kwao hakuna kitu imezikwa. Sikieni hapa, hata Mungu aliniambia niwaambie hivyo, na ni mzuri kusema ukweli. Mwingine ni majini imetumwa kwao. Majini hata ikiwekwa pale utaiona. Hata kuna mzee niliambiwa hapa Masai ni kwao, hizo vitu ni za majini, siko huko, zilitupwa huko. Majini huwezi kuiona. Wengine ni laana ya kifamilia. Wengine ni ile maneno hiongeo na maguka na machosho ndio inawakura. Wengine ni mambo ya mahali, kutokupeleka mahali ndio mnakosa kuolewa. Baba yenu hakupeleka mahali, anakula mahali ya watoto, mnakulio naye. Halafu unakuja kulia, pastor nipeleke kwetu kuna uchawi. Si kuote kuna uchawi. Hata ukiona ukipitwa, uliza Mungu swali, pengine ni laana au majini au kitu kingine. Amen. Do you understand me? Mnanishika? Kwa hivyo kuwa karibu na Mungu, kuwa mtakatifu kwa Mungu. We aforo aka nikuoneka kaka kombina nikuke na thina muingi tara we ukurikai unaniambia unataka kwenda ng'ambo, dada ng'ambo ukilala unataka bwana atatoka wapi? Atatoka we
Pastor Moi hana bwana hakupeana. Ni uombe. Ukitoka hapa unapata malaika anaenda kukuchapa kwa nyumba. Yes. Be careful. Mnashika vile nasema. So wewe ni kujielewa. Na ujue ni wapi nimekosea Mungu. Na ni wapi tulipitana na Mungu? Si Mungu. Mungu hana shida na wewe. Mungu hata kukuadhibu ni ngumu sana. Roho Mtakatifu hawezi kukuadhibu. Yesu hawezi kukuadhibu. Lakini malaika wa Mungu, malaika hata atumwe na Mungu. Na mnajua hata kuna malaika wa shetani ambaye sitasoma, hata hiyo nilisoma kitabu ya Revelation. Mambo ya malaika wa shetani wa uaji wanaitwa Abodoni na Aparoni. Unaweza tumia hao malaika. Kuna Lucifer, ni malaika alikuwa biguni. Lucifer alikuwa nasifu biguni. Hiyo mnajua. Na ni malaika pia, na akona malaika wake. Sasa unaweza itishio Lucifer akumalize. Unaweza itishio Abodoni na Aparoni. Hiyo ni kitabu ya Revelation 9. Enda usome Revelation 9. Enda usome hapo. Abodoni na Aparoni inasema ni malaika waangamizi wa kifo. They can kill you any time. Na wako na Biblia inasema na wako na mfalme wao. Hebu soma bila kuhubiri. Soma bila kuhubiri hiyo Revelation. Bila kuhubiri. 9 verse 11. Soma wasikie. Tena wanaye mfalme wao anayewatawala. Ukiwa mwenye dhambi na msharati na nini, wewe uko katika hiyo malaika hao wengine, si hao watakatifu. Malaika wao anayewatawala. Naye ndiye malaika wa kuzimu. Malaika wa kuzimu. Jina lake la Kiebrania ni Abadoni. Na kwa Kigiriki ni Apolioni. Yaani mwangamizi. Yaani malaika mwangamizi. Sasa unaweza kuwa wewe uko hapa na uko na malaika wa Aparoni na Abodoni. Si malaika wote wa Mungu. Not all angels come from God. Understand me. Na mimi nimekuambia leo, jitakaze. Tubu. Hata ile kanisa ulitoka. Jua hata pengine uko hapa unalia kwetu ni kubaya, si kwenyu. Ulipitia mahali ukapiga mchungaji, ukafanyia mchungaji mabaya. Ukapiga kanisa ikaisha, ukakuja hapa kujifanya very holy. Ukapiga mchungaji, hata ukalala mchungaji, ukawasha ameanguka. Sasa hiyo ndio unajua nyinyi ndio mnajua pastor gani yako na Mungu na ule hana Mungu. Nyinyi mnajuaga sana. But what I'm saying today, ebu angalia ujiulize, mimi tunasetembea na Mungu na roho na malaika wa Mungu watakatifu, au nikifika pale wataniua? Hebu jiulize. Just ask yourself. Ujiulize, mimi mwaka huu Mungu akikuja tunasetembea na yeye, nimefanya nini? Umefanyia watu namna gani? Wengine hapa mumeona mumbatia wanawake wengine mimba, wako na watoto wengi na mumewaacha wakilia. Hata watoto wale ulizao uliwaacha wakilia. Umetukana watu, umewaambia maskini. Unajua kuna watu wataitaka tu maskini. Unawaambia hadi dikana na afeni. Unajua hata maskini ni wa Mungu. Maskini wa Mungu, na Mungu amefanya wakaa hivyo kwa sababu ya siku moja. Hata Mungu, hata ule umeandika kazi kwako, ule umeandika kwa nyumba na ule umeandika kwa kazi yako, ujue ni Mungu amefanya kai kwa hiyo kiwango sahihi ndio akutumikie. Lakini wakati wake unakuja, usimuite maskini kwa sababu Mungu anamjua. Unachika vile kuapia. Unaweza kuwa unaongea na pengine ndiye anakuombeaga unafanya ubarikiwe, naye malaika aliye ndani yako wake akasirike, kazi yako yote iishe. Kuna watu hapa mimi nikuambia leo wamefanya mpaka wake zao wanapitia magumu. Juu wewe ukitoka, hata wengine wako nyumbani, unaenda unatukana bibi yako na kanisa, unamtukana na Pastor Moi. Wengine hata kwa sababu bibi anakuja kanisa anamwambia, "Vie kwa Pastor Moi lao chelia mvu uliko." Henda kwa Pastor Moi. Ni kama mimi niko na wanawake napeanaga hapa. Mnaongea baya, mnafanya Mungu akasirike. Ukiwa nyumbani unaambia bibi yako, enda kwa hizo makanisa sijui nini. Sasa Mungu amekasirika. Mambo ingine sio shetani, ni malaika amekasirika. Amekasirika. Ukiona mtu ate fulani niliona akitoa pesa kwa kanisa, unaenda kupelekea Pastor Moi pesa, enda na huko akakuoe. Kiume yani unaongea kwa mtu kwa madhabahu na kuna malaika na Roho Mtakatifu. Naye Mungu anakasirika na kukoka. Unaanza kuuliza Mungu maswali. Kwa nini? Kwa nini pressure? Kwa nini shukari? Kwa nini kansa? Kwa nini mapepo inanipiga? Kwa sababu unaongea kwa mtu wa Mungu. Si watumishi wote wameanguka. Na si watumishi wote wanapenda umaraya. Na si watumishi wote wanapenda vitu za watu. Mimi nimekuambia leo, wewe uko hapa,
You know very well. Unajua mimi nataka tu, unajua mambo nawafundisha. Sitaki tufike mwezi wa 7 mahali Mungu alisema anafungua njia za watu zaidi. Uwe uko katika ile maisha huko. I want to change your life. Nataka nikubadilishe ukae kwa Mungu. Nataka nikubadilishe roho wa Mungu apate nafasi ndani yako. Nataka nikubadilishe malaika watakatifu watembee pamoja na wewe. Ukifanya hivyo, hata mambo mengi roho wa Mungu akiingia. Biblia imesema kitabu cha Romans, tumesoma 8, tukasoma mstari wa 11 na tukasoma mstari wa 28. 11 imesema roho wa Kristo, roho ambaye alivuvua Kristo, haleluya, anaweza kufufua maisha yenu. The Spirit of God anaweza kufufua maisha yenu. Ni wangapi wanataka kutembea na Mungu hapa? Ni wangapi wanataka mwaka huu hata baraka akikuja kwako anafanya automatic mambo inafunguka? Weka chini. Ni wangapi wanajua, na usiniambie nilisimama sana na hiyo ingine. Ni wangapi wanajua kabisa ukijipima katika ratili, unajua hakuna mtu ajui kupima ratili. Hata wakati hauko kwa Mungu unajiwaga. You know ratili yako vile inaanguka. Unajua hata Yesu akirudi leo huwezi enda big. Unajua hata roho hawezi kubali kulingana vile nimekufundisha leo. Unajua hata roho mwenyewe hawezi kukaa na wewe. You know very well tabia zako. Unajua mzuri hiyo dhabihu ulitoa, alafu unaniambia mtoto anagojeka wewe. You know kuna kitu ulifanya kimefanya wewe na Mungu mkosane. Kuna kitu imefanya Mungu akatae kutembea na wewe. Kimefanya baraka zako zichelewe. Na ungetaka Mungu hata kabla tukuje tuongee mambo ya Roho Mtakatifu, mwe uhusiano mzuri na Mungu. Ndio Roho wa Mungu tukikuja kuongea about the power of the Holy Spirit apata nafasi ndani yako. Wewe unataka kubadilika. Unataka kuwa kiumbe kipya. Unataka Mungu akusamehe dhambi na makosa, hata matendo na maongeo. Simama na miguu yako. Stand. Simama na miguu yako. Sijasema watu wote, wewe unataka Mungu akubadilishe. Ukisikia uko sawa, you can sit down. Uko sawa, you can sit down. Unaweza kaa. Ukisikia uko sawa, unaweza kaa chini. But ukisikia mimi kweli kuna mahali atupelekana na Mungu. Kuna mahali hata malaika akitumwa badala nibariki ni kunimaliza. Badala malaika aseme nitafungulia njia, hata nimaliza kabla nifike kwa mlango. Kabla niingie kwa visa, yule msugu anapeana visa ataniangalia nifukuze, kwa sababu kuna mambo nimekosea Mungu. Nataka roho wa Mungu apate nafasi. Nataka malaika watakatifu wapate nafasi tembea na Mungu. Inua mikono juu. Thank you. Hebu dakika moja wende mbele za Mungu, ombe msamaha. Omba msamaha. Kabla nikuombee, omba msamaha. Omba msamaha. Kabla nikuombee, just go to God. Mwambie Mungu nisamehe. Mwambie Mungu, I'm not worthy. Sistahili. Ninakuhitaji Baba. Kuna njia moja na nyingine umekosea Mungu. Ungetaka kutembea na huyu Mungu. Ungetaka huyu Mungu aingie ndani ya maisha yako. Ungetaka Roho Mtakatifu wa Kristo apate nafasi. Huyu Roho ambaye tulitumiwa apate nafasi mwaka huu. Maisha yetu ikaweza kubadilika. Ongea na Mungu akusamehe. Mwambie Baba, mimi nataka kuanguka miguuni mwako. Nataka nianguke. Najua nimekosa, sifai mbele zako. I need you God. Nakuhitaji Baba. Mwambie Baba, nakuhitaji. Ninakuhitaji Roho wa Kristo. Ninahitaji malaika wako. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Inua mikono juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekuja mbele zako mfalme wa majeshi. Yes. Nimenyenyekea na kujikoza mbele ya kiti chako cha enzi. Ndio. Nanyenyekea miguuni mwako Jehova. Yes. I'm not worthy. Sistahili kusimama miguuni mwako Jehova. Yes. Sistahili hata kuitwa kiumbe chako Mwenyezi Mungu. Yes. Kwa sababu tumekukosea kwa njia moja na nyingine. Mimi Baba, tumekosea aidha kuongea, kusema na hata kufanya. Ndio. Tunaomba msamaha mbele zako. Tunaomba msamaha kwa ajili ya kanisa mzima. Baba, tunaomba msamaha kwa kanisa mzima. Watoto wako wamekubali makosa yao. Wengine walikosea kule walitoka kwa makanisa. Wengine walinena mabaya kwa watumishi wako. Wengine waliongea vibaya kwa viongozi wako. Mungu, ninakiri dhambi na makosa yao. Nimechukua makosa yao na dhambi zao. Wengine walienda kwa uganga na kwa uchawi. Wengine wamefanya
wamefanya kafara, wametoa dhabihu Jehova. Ndio. Uliniambia wengine bamba hata kuua waliua. Ndio. Wengine walichinja mabuzi Jehova. Yes. Wengine walifanya mambo machungu kwa watu Jehova. Ndio. Wengine wakafanya wengi wakose kazi. Ndio. Wengine wakatoa mimba na wakatoa watu wengine. Roho wamekosa nafasi ndani ya maisha yao. Ndio. Wengine bamba walisegenya Roho wako Mtakatifu. Yes. Wengine walishuku Roho wako na wakaongea vibaya. Yes. Ninaomba msamaha kwa kila mmoja. Msamaha. Tusamehe siku ya leo Jehova. Msamaha. We bow before you our God. Yes. We bow before you our God. Yes. Tunaanguka miguuni mwako Jehova. Ndio. Tunakiri dhambi na makosa yote. Yes. Tunakiri makosa ya nchi yetu ya Kenya. Ndio. Tunakiri makosa yote ya watoto wako. Yes. Tusamehe siku ya leo. Msamaha. Baba tusamehe. Msamaha. Mungu wetu tusamehe. Msamaha. Baba yangu tusamehe. Msamaha Baba. Tupate kibali machoni mwako. Yes. Tupate kibali machoni mwako. Yes, Lord. Tupate kibali machoni mwako. Yes, Jesus. Hatutaji malaika wa kutumaliza. Yes. Hatuhitaji malaika wa kufunga njia zetu. Hatutaki. Hatutaki malaika wa kutufanya tuwe mawe kama Rutu. Bibi ya Rutu Jehova. Ndio. Tuishi mahali pamoja kama tumekauka. Yes. Tunataka malaika atatushika mkono. Ndio. Tunahitaji malaika wa kufungua njia zetu. Yes. Tunahitaji malaika wa uponyaji. Yes. Tunahitaji malaika wa kibali. Ndio. Tunahitaji malaika atatembea kwetu. Yes. Maisha yetu ibadilike. Yes. Baba ninakusihi. Yes. Kabla tutumie malaika. Ndio. Tutafutie malaika wazuri. Ndio. Tutatumia malaika watiifu. Yes. Tutumie malaika wasio na hasira. Ndio. Ili Baba tukabarikiwa. Yes. Tumepitia magumu Jehova. Yes. Kwa sababu ya kutojua. Yes. Yale Mungu tumepitia. Tunakuhitaji sasa. Yes. Tunakuhitaji. Ndio. Thank you, Jesus. Tusamehe. 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 Msamaha. Kuna watu wamekosea wakiwa kwa madhabahu. Msamaha Baba. Kuna watu wamekosea wakiwa kwa ushers. Msamaha. Kuna watu wamekosea wakiwa wazee na wamama. Msamaha Baba. Kuna watu wamekosea hata kwa kanisa mzima. Msamaha. Samea watoto wako. Msamaha. Baba, uliangalia ule malaika alienda kumaliza Yerusalemu. Ndio. Na ulipotazama malaika ameinua panga. Yes. Ulipambia malaika rudisha panga. Yes. Kama Mungu kuna malaika ametuinulia panga. Yes. Msihi arudishe panga. Ndio. Ili tupate neema juu yako Baba. Ndio. Tusamehe. Msamaha. Tusamehe Baba. Msamaha. Tusamehe Yesu. Msamaha. Tusamehe Jehova. Msamaha. Tusamehe Mungu wetu. Msamaha. Washa tukubariki mbele zako. Ndio. Wacha tukubariki mbele ya ufalme wako. Yes. Washa malaika watakatifu wanaosimama mbele zako. Yes. Mungu akapata nafasi kwa kazi yako. Ndio. Washa Roho uliyetuma kwetu Bwana. Yes. Ambaye alikosa nafasi ndani yetu. Yes. Akaturudia. Ndio. Akapata nafasi kwetu. Yes. Ili Mungu tukaweza kubarikiwa. Ndio. Na tukaweza kuinuliwa. Yes. Mungu kisikia kilio chetu. Na Baba utusamehe na utuondolee makosa na dhambi zote. Ndio. Hakika tutabarikiwa mwaka huu. Yes. Na Mungu tutabarikiwa na tutainuliwa. Yes. Na ni katika jina la Yesu Kristo uliye Baba na mkombozi nimeomba na nimeamini. Amen. Amen.